kuinua juu ya mawazo yangu. Open your mouth before the Lord. Exalt his holy name. Litukuze jina lake. Alikupenda hata kabla hujampenda. Kama kuna rafiki wa kweli ni wewe Yesu. Kama kuna mtu ambaye amenipenda zaidi ni wewe Yesu. Jina lako liinuliwe. Jina lako liheshimiwe. Jina lako litukuzwe. Hakuna wa kulinganishwa na wewe. Hakuna wa kufananishwa na wewe mtakatifu. Pokea heshima na adhama. Wewe uliye juu sana, pokea shukrani zetu. Pokea mamlaka yote mtakatifu. Tunakuheshimu, tunakuhimidi, tunakutukuza, tunakuheshimu, tunakusujudu wewe peke yako. Reka pole shentele bagada. Pokea heshima zote. Pokea na adhama mtakatifu. Pokea na mamlaka tonai katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni baba yetu. Ulitupenda na ukatuchagua. Ulitupenda na ukatuteua. Ukamtoa mwanao Yesu Kristo. Ni kwa sababu yetu wewe Bwana. Jina lako litukuzwe. Jina lako limitiwe. Jina lako lipewe sifa. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Sijaona kama wewe. Thank you Father. Tunakuabudu, tunakushukuru. Hatuna Mungu mwingine kama wewe. Unastahili kuabudiwa. In Jesus name we pray. Amen. We may be seated. Salimia kabla hujakaa. Wacha kukaa tu kienyeji. Salimia mtu mko next na wewe umjue. Muulize jina yako ni nani. Unaweza kuwa umekaa karibu na Jabasi. Muulize kwenu kukoaje? Wewe unaitwa nani? Wewe ni kabila gani? Tabia zako unaonanga zinakaaga aje? Nipatie hai. Na mkimaliza mtoke hapo na usirudi mtu mwingine hapo. Please. Nitatafuta watu wa kufanya kazi hapo. Huyo watu wamechokora hii mashini, wamechokora. Wamechoma speaker zote zimechomeka. Saa hizi hakuna sound, hatusikiki, watu wanaona tu mkidance. Sio ni kiroho kimeingia. Na ukijua roho imeingia unatoa hawa watu na lete hapo afanywe nini? Deliverance. Kwa sababu sometimes sio kupenda kwao, tumezoeana sana. Baka nimekuwa mtu kama wao. Si ndio? That is how you find they can do any mistake and they don't care. Nendo niweke hai. Ipande. Hizo tunobu tuwili tupande juu na volume ipande juu. Murudi mtoke hapo. Sitaki kuwaona huko tena, si ndio? Wapatiwe kazi nyingine. Afadhali tupatie Mudhosi. Utuangalilie mitabu. Simpige Mudhosi makofi. Sometimes somebody might be sitting here, kumbe that is the person you need. Kuna watu wengine nakuja haya, kumbe huyo mtu nako na potential kubwa hivi. Na mimi nilikuwa namchukulia tu kienyeji. Kumbe ni mtu wako na potential. Every person hapa nyinyi yote, hakuna mtu hana potential. Kila mtu wako na potential, only if you direct your potential to the line that is yours. Lakini ukitaka kukaa kama mimi, unataka kufanana na mimi, hautafaulu because you not do the right thing. Punguza base. Weka high. Hadi hai. Mami, nenda pale, umwambia punguza base, aniachie high peke yake. Watu ni wa mama wengi hapa ni wa soprano na alto. Si ndio? And that is what we need. Because once you understand your potential, kila mtu ujue, this is my line, and you stick to your line, you succeed. Thank you. You stick to your line, you will succeed, because God can only bless you in your line. He will never bless you in somebody's line. He will never come in somebody's house, because everybody we have a house where the blessings are coming. Kila mtu ako na nyungu bali vitu zako zinapikiwa.
So hiyo nyungu kama iko kule, huwezi kuchukua nyungu ya huyu ikupatie wewe. Huko hebu mnakulaga managu, hawa nakulaga terere. Sasa itagiana aje? You are called to be a driver, now you want to be ati wewe ni engineer wa kitu kingine, because you know how to drive a tractor, you can become an engineer. You cannot succeed. Stick to your line. Tell your neighbor, stick to your line, and that is what will make you become successful. Si umwambie ama mjui Kisugu kadhalika liado matoe gedo. Nimejaribu hata kuwafundisha Kisugu wa muziki. Mwambie stick to your line. Na sikiliza, hapana utoe hii ya mapua. Stick to your line. Mwambie stick to your line. Wacha kurukaruka. Mwambie wacha kurukaruka hapa. Stick to the position God has given you. Because when God saw you in that position, alijua you are capable, and he gave you tools for the position. So when you are in another somebody's position, you are killing what God put into you. Na ndio naona watu wengi katika huduma, mapastors na watu hawa wa kuota na watu hawa wa kuomba sana, wako na shida kubwa sana. Because kwa sababu uliomba jana, Mungu akakufunulia kakitu, na hako kakitu kakafanyikana kako, sasa unakuwa nabii. Ati niliota ati jana niliota msee kama msee, kulikuja msee alikuwa na koti ya black na shati ya stripe ya yellow ya blue na white na trouser ya beige na kiatu. Yaani copy hiyo kitu ikuje tena ipatikane huyo msee yako hapa. Kutoka saa hiyo unakuwa nabii. Sasa hata kutoka saa hiyo unaanza kutu remakata, Bwana anasema. Na ni kuota uliota once. Bwana, you have to be tried. Tell your neighbor, you have to be tried. Before you become Dora, maybe before you become Dora, study the story of Dora. Ujue amepitia wapi? Ameenda jela. Huyu jamaa ameenda jela. Huyu jamaa kwa mwili wake kuko na risasi 12. Huyu jamaa ameenda jela mara 52. Amepatiwa sumu. Huyu jamaa amekuwa kahaba. Mujaki ile baya. Women were like here hapa hivi. Lazima upitie several issues in your life for you to be qualified for that God has created you. And the process did not start yesterday because you came to this church. The process started way before you were born, before your mother and your father came together. The process ilikuwa imeanza. Si ati imekuja kwa sababu umekuja hapa ati kwa sababu nimekwambia Bwana ameniambia atakutumia. Ni kuniambia, ameniambia, amenikubusha. Huyo mtu amekuja hapo ujue ni nani. Ni mimi naambiwa. Na sasa kwa sababu nataka nakwambia Bwana ameniambia atakutumia. Nikisema Bwana ameniambia atakutumia, wacha upuzi ya kwanza kukibia hapa. Ati sasa najua apostle alisema Bwana atanitumia na ameniteua. Sasa mimi hata nasikia kutoka saa hiyo alinigusa hii mkono. Nasikia kuna moto inawaka kwa hii mikono. Paka nikikaa hivi nasikia hiyo moto inawaka. Pana, kaa chini upikwe. Being told kuwekwa hii kakitu ka hapa si kumaanisha umekuwa pastor. Mimi niliwekwa 2006 na upasta yangu nimeanza kuuona this year. Ni miaka gapi hiyo? 2006 minus 24 18 good years. Kutoka hapo nilienda nikafanyika kitu kingine baya. Nikakunywa chang'aa, nimekunywa kila aina pombe, nimekuwa msherati wa kila aina. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umemwagiliwa mafuta, that is the anointing time. There is a time you are anointed and then you are left, unaachiliwa dunia, unapikwa. David was anointed by Samuel, but alirudi kuchuka kodoo. Hakwenda kuchuka watu. Saa hizi nikikumwagilia tu mafuta kidogo, hebu mzima itajua mafuta ilimwagiliwa. Turukana mzima watajua kuna mtu alimwagiliwa mafuta. But mafuta inakuanga ya kukutenga. Does not qualify you. Kimwagiliwa mafuta, ukiweka hii kitu does not make you become a pastor. Does not make you become a bishop. Does not make you become anybody. It is the beginning of a process. A process ya kutembelea kwenye mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utatembea mafuta. Most of the people have read in the Bible, it has taken them 15 years. It took David 15 years to be appointed.
anointing is not appointment. You can be anointed, but you have to wait for the appointment. The appointment will come after 15 years. Na 15 years ndio unashughulikiwa vizuri. Ndio faith yako inakuwa tested. Ndio whatever that is in you is tested. Ile zeal, ile nguvu ya kufanya, ile nguvu ya kupigana, ya kuhakikisha jina neno la Mungu nalihubiri venye iko. Unakuwa mpaka ile speed ulikuwa naona. Mnaona gani nikiona speed? Sinanga speed. Nikiona huyu ndio nafaa shika. Sina speed kwa sababu ninajielewa. Nimekaragwa vizuri. Nimetengenezwa. Wakati nilimwagiliwa mafuta, tulimwagiliwa nikakuletea picha. Tulimwagiliwa hapa, nilikuwa nimepiga magoti hapa. Mke alikuwa hapa na tutoto tule twingine tulikuwa tumezaa tulikuwa hapa. Mama yangu alikuwa hapa, baba yangu alikuwa hapa, Harrison alikuwa hapo, Danson Mbaboya alikuwa hapo. Huyu Mwaipaje si Mwaipaje, huyu Mtanzania mbili huko. Wengi walikuwa hapo. Walikuwa hapo. Wahubiri kina Maki Kariuki walikuwa hapo. Hawa watu wote unaona walikuwa, kina Wajiri walikuwa. Nikimwagiliwa hiyo. Lakini what came to my life, hata shetani mwenyewe najua alifika mahali akasema wewe tu wako. Vile vituko nilikuwa nazo na mambo nilikuwa nayo, najua mpaka shetani alienda mbinguni akaambia Mungu, kama utapigana naye, pigana naye, huyo si wako. Na hiyo vitu anafanya si mimi nimemtuma. Mimi najua huyo ni mtumishi, kwa sababu I was notorious, I was bad, I misbehaved, I lost my family. Bwana Yesu asifiwe sana. I lost my marriage, I lost everything, I lost money, I lost kila kitu nilipoteza. Nikaanza kutembelea matatu hapa. Kupanda matatu, naingia kwa matatu ndani, watu wote wanaruka nje wakijua ni nani ameingia kwa matatu. Kila mtu unaona watu wanashindana wakiruka nje. Wengine walikuwa naruka kwa dirisha wakitoka, kwa sababu ni nani amefanya nini. Mpaka makaga anasema mimi hiyo gari zigi. Dereva anasema mimi sikubebi. Natembea mguu hapa, nimemwagiliwa mafuta. Lakini nilitembea hapa mguu, nikaenda mpaka Dagoretti kona, kuna gari inanichukua. Nikaenda mpaka Renana, kuna gari inanibeba mpaka Karen mguu. Kwa sababu wanaenda wakiambiana, netwamuona akiabata, because no matatu ilitaka kunibeba. Kutoka hapo kale kanyumba nilikuwa nimeenda kujificha pale Matasia. Nakumbuka pale kwa nini? Pale kwa Jehovah Witness. Kuna mahali wamejenga kanisa. Hapo ndio tulikuwa tumeenda kujificha, nyumba ilikuwa inajengwa lakini haikuwa imekamilika. Hapo ndio nilienda. Kwenda huko mwenye nyumba wakajua kuna mtu anakaa huko, nikakuja nikafukuzwa. Nilikuwa na uchuna sukuma kwa shamba za mtu ndio niende nipike. Maana wale ambao niliwacha upande ule mwingine wakati nilimwagiliwa mafuta, that is when they struck. Wakati niliokoka they never touched me. They never. Hata tulikuwa tunaenda na tunakutana nao, tunakula nao, wananiulia nyama. But the day mafuta ilimwagiliwa hapa na Harrison, ndio wale wote gari zote tulikuwa nazo za Mungiki zikakuja, nyumba wakachoma, kila kitu wakachoma, wakanigeuka na matatu zote na makanga wote, kwa sababu wengi walikuwa Mungiki. Hawakunibeba tena. Sina gari, sina nyumba, sina kwa kuishi, walinitolea. Wao kina Maina Jega wakiwa na hata George Nyaja ule alikuwa MP, walinitolea vitu kwa nyumba hivi, zikatupwa kule nje, wakamwagilia mafuta, zikachomeka zote. The day I was wakati nilimwagiliwa mafuta. Lakini when I was saved, they were not touching me. Why? Because when nilimwagiliwa mafuta, that is when I was connected to the destiny. When I got saved, I just found my locations, but I was not connected to the locations. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when I discovered niko Nairobi. But Nairobi nafaa kwenda wapi? Kayole. Sasa destiny is about knowing where you are going, why you've been called, the reason you are existing. And that is where the battle starts. Haiyazake kwa sababu they are not afraid of your salvation. Atiliokoka. So what? Makiruta kawira gina madwanene, maruta kawira. They give testimonies. Asema kuma kuhonoka, yadahonokire, ndaigo kumuturira mwathani, ndaigo gushokia ngatho, ndaigo kuga nowe, ndaigo guikara wega, ndaigo kumurathima, ndaigo they are not scared of that. They are not scared. Nani tena hawa wanafanya kazi? Nasema watu watoke huko. Wewe kwenda upasta wakati. Me cannot continue staying. Nimejaribu everything. Watu wasiki. Wewe nitolee ule mtu pale. Nende ni wewe.
tadio duteremo bure hali no mureka kana shoke hauriki mwire aume na kwedo ciake ciothe aume mwambie atoke. Una kifungue hapo? Una kifungue hapo? Kwenda kwa kuna nisikuone hapo tena. Chukua vitu zako zote hapo. Na nisione mtu mwenye kama wewe si wa media. Usiwahi kukuta mtu hapa hata kama wewe ni pastor. Sababu unachoma, jana wamechoma speaker 8. Mpaka unashindwa why we doing this. Na ni intention. 8 speakers zikachomeka. We have now to spend another 100,000 to make them. Alafu kesho anakuja kuniambia nyumba yako imefuka. Sasa nitarudi nikutolee wapi? Because you are my brother. When you are here tunasafu pamoja na wewe, I will take care of you because this all is taking care of us. Kale kakitu mnaleta kidogo sasa, I will take care of huyu na mlipianga nyumba. Huyu mwingine na mchokti. Sasa angalia wamechukua 100,000 one day. Sasa wamechoma, sauti hakuna. Huko nje watu wananipigia simu, hakuna sauti. Hawa watu ni watu wanajifanya ni watu wa karibu. So no destiny. When you are getting where God wants you, there are challenges that you must face. And if you don't stamp your authority, unyamazishe ni sheria mweleweka kwa mashake. Si matura. Kila mahali kuna kuwaga na hizo mashetani za matura. Inakuja na ina stick na inakaa hapo. Ina make sure you don't progress. Na hii vita yote imetokana kutoka siku tumeanzisha service ya Kikuyu. Kumbe Kikuyu mko na shida. Kuna mama amenipigia simu kutoka Zimbabwe, ameniambia simu Kikuyu, ameona kwa hii kitu. Ameniambia tell your community Kikuyus to repent because they have derailed the revival. Kutakuja na hii mapox itakuja, itaconcentrate na Wakikuyu kwa jeni mwao. Simena amekatalia huko. Bosi ni wewe na ngojea, sitahubiri mpaka utoke hapo. Tadio tuteremo dosho. Funga hapo. Wewe ukae chini na nisikuone hapo tena. Sikupenda kwake. Kuna demoni ziko na yeye. Na sasa zinamtumia yeye kwa sababu amefunguka mlango. So nisipo stamp that authority at a mess na si yeye. Sasa tutamchukia bure. Tutasema ni mbaya, kama ni kanisa lingine atafukuzwa aende. Lakini kwa sababu I understand he is a demon carrier. Hata mimi I can carry a demon. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu hapa we are demon carriers, we carry them because they want just to use you zifike mahali zinataka zichome. Zikichoma alafu sasa zinakuacha peke yako. Zinahama. Zikimaliza hiyo job zinahama, zinaenda kwingine. Zinachukua mwingine na yeye anakuja naleta shida kwa sababu they target what is this that is making this ministry to grow. That is why I will never hesitate to stop anybody here from whatever anafanya. Nikirealize hapa kuna shida na kuambia simama. Because nachukua mwingine tunaenda na yeye. Tukishida Shetani, kwa hivyo utakuta huyu ambaye ulifikiria ni mbaya ukimkuta pale ni mzuri. Sababu waliwachana na yeye, wameona this is not a vessel to use. And that's why you need to be very careful when you are making decisions. When you are involving people in your job, in these processes of God, you need to be very careful. That is why wakati Daudi walikuwa namwambia, si ni huyu mtu ametusubua sana, si tuchije, si ndio huyu amelala hapa na tumepatiwa opportunity na Mungu tuchije. David alimwambiaje? Do not touch the anointed. Why? Wakati David alimwagiliwa mafuta, hakuna kitu kipya kilikuja duniani. Are you getting me? Hakuna kitu kipya kilikuja. Huyu ndio Saul. Roho wa Bwana mwenye alikuwa ndani ya Saul ndio aliruka akaingia kwa nani? Kwa David. Hakuna roho mpya ilishuka. Hakuna roho alishuka kutoka mbinguni. Hizi maroho tuko nazo.
Roho wa Mungu. Wakati mimi nilimwagiliwa, kuna mtu Kenya hii ama dunia hii aling'olewa ikawekwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuking'oa hii demon zilikuwa na huyu msee. Yesu akituka tu kwa boti, huyu demon zilianza kuongea, zikamwambia usitufukuze. Yesu akasema lazima mtoke. Zika negotiate na Yesu, basi wacha tuende mahali. Zikaenda. Demon hazikaagi kwa hewa, zinakaaga in flesh and blood. So nikitoa hii demon ya ule, itaenda bali itaingia kwa huyu, kwa sababu huyu ndio tunatembea na yeye. Na ndio nasema unaonaga wakati mwingi sina rafiki, mimi nakupika sina, because in the friendship there are demons who will come and join her because she is my friend, so that she can be able to attack me. Sasa tunatembeaga naye, ni mzuri, ni mama mzuri, ananipikia kachai vizuri, but she is demon possessed to do what? To deal with me. So you will get that husband. And you know, Mungu anasema do not be a lover of anything apart from me. Concentrate everything to me. Lete kila kitu kwangu. Leteni mizigo yote kwangu. So that you cannot have somebody anakushikilia, ni mke wako, ni bwana yako, ni mfanyikazi mzuri, ni mtu mzuri mnakaa naye, alafu mnatembea, kumbe demon ziliruka kutoka kwa huyu zikaenda kwa huyu, kwa sababu nilichange, ninatembea na huyu. Sasa zilitaingia kwa huyu na zitakuja sasa in a different way. Zikuwa za blue, za huyu zilikuwa za red, zinabadilisha color, zinakuja zikiwa za blue. So by the time you come to realize umechezewa akili, utazeeka. Sasa imagine sasa ile miaka yote niko nayo, alafu sasa demon iruke kwa huyu, inaruka kwa huyu, inaruka kwa huyu, inaruka, zote zinikichezea. Sasa nitakuwa mwaka inaisha nikipaga, mwaka inaenda tukipaga, tunapaka hii timu, because there are demons that are to cause a delay, period. Because God is a God of seasons and God is a God of time. God will come in season, in the time that he wants you to be. He want to bless you when the season of blessing comes. Amesema atakubless mwezi wa 4 tarehe moja saa 6 ya mchana, dakika moja, in the 5th minute, that is when God is going to bless you. God comes in seconds. It does not come in minutes. It does not come in days. It does not come in weeks. He comes in and that is all what the devil is looking for, to delay you in that 1 second. Ukimiss second, na blessings zako zinakujanga after 5 years. You will have to wait for another 5 years. Blessings zako kama mimi blessings zangu zinakujanga after 8 years. Sasa na mwaka hii ndio baraka zako zimeshuka na ziko hapa. Sasa ndio huyu atainuka akuja nipeleke hivi, nichelewe that 1 second means I have to wait. Sasa angalia na hii uzee yote niko nayo another 8 years. Na kiharani gekinyire na kule. Godi gaka juhetie keromo gotaruna rwakoi. Gege magego ni mamunyo kamoda todo ni maraka ajili kumunyoka yaga. Yesu yangu achele. Mama kanunukile. Na sasa hiyo kuna kijana barubaru anazungumza, unaona kama ni kompyuta mieko kwa mwili yake. Mtakuja kwangu ama mtaenda kwa huyo mwingine? I have lost it. Nikienda kule Buguni nitabio nilikupatia talanta. Ulifanya nazo nini? Because huyu alikuja akakaka na mimi akatumika kudrain. Wakati niliweka huyu chini, huyu akakuja akatumika kudrain. Wakati niliweka huyu chini, huyu akakuja akatumika kudrain. That now qualifies you to not ever have a friend close to you. Kaa huko bali, ukae bali. Sasa unachukulia Mwaniki wakati alikuja hapa, hakukuja hapa voluntarily kwa sababu alikuwa amekuja kuokoka, hapana. Alikuwa ametumiwa na mapepo akuje aharibu hii kanisa. Huyu jamaa alikuwa kabla nitoke huko alikuwa anajua ile kitu ndakuja kufundisha huyu. Na ni mganga. Bwana asifiwe sana. Ni mganga, lakini nikitoka kwa ofisi anajua kila kitu nitafundisha. Na hata ukimuuliza leo nafundisha nini? Kitabu ya Ephesians chapter 1. Na ukweli ndivyo. Na utasema hivi na hivi. Mademoni zilimwambia mpaka ile kitu nitakuja kusema. Sasa mimi nikakaa na yeye, nikampimia, nikamwangalia, nikajua, nikagoga hiyo kitu ilikuwa ndani. Sasa is a good man. Si una amekaa hapa. Si ndio?
And demon can get into anybody. Na hizo demon nilifukuza ziliingia tu kwa mtu mwingine hapa, wawili watatu, zikagawanya. Because demon they will never leave. Hazikaagi hapa kwa hewa, zinakaaga ndani ya damu na ndani ya nyama. So kuna watu wanaita kwa maashas, tunafanyaga deliverance nao hapa, tunaonaga wakati mwingine na silabu napiga kofi. Because amekaa hapa, demon imemwambia achilia, ndio huyu mtu afanye nini? Apasuke kichwa, ndio waandike testimony, waseme huko kwa Waroige mtu alikufa. Si tulisema huyo mtu ni divorce. Umeona? So unakaa macho, unakaa kangauro. Ukiona Asha analeta mchezo, piga kofi. Kwa sababu ako na demon ya nini? Ukiona nimekurarua kofi, ni demon ya kuraruliwa na nini? Na kofi. Hata kwa independent ndio utaelewa maana ya kufukuza mademon. Independent wanajua mauga kwa ngoma yake ya kuigato na mihehu. Umeraga, ngoma. Die, mewadi. Na kwa ngoma yako kuumwo. Out! Igakumeka. Na kwa ngoma yake ya thibo kwanurwo. Bwana asifiwe sana. So we have to deal with that until you are able to understand. Utachukiana na watu hao wote if you are not capable of knowing ati demon sasa imeruka kwa huyu, ile ilikuwa kwako imeruka kwa huyu, lakini itakuja. Wewe ilikuja ikiwa mwanaume, itakuja ikiwa mwanamke. Maana imeingia in a body of a woman. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the what we need to understand so that you can win. Maana vita nyingi ziko kwenu, si vita ambazo zinaweza kukushinda. It is just misunderstanding. If you are able to understand what is happening in your family, huyo mzee wako si prostitute. Hapana, kuna kademoni kanakuwa na kasichana karibu, kana kuja kakifanya hivi. Alafu unajua sisi hatuna nguvu ya kukataa. Sisi wanaume hatuna nguvu ya kukataa. Kwa hivyo kabla uanze kuaccuse bwana yako anaenda nje, ujue kitu ya first, mwanaume hana nguvu ya nini? Ya kukataa. Hana. Hata huyu mama akikuja niambia anza kunichekesha hivi, nitaanza, lakini yeye mimi nikienda kumchekesha hata atakataa. Mko na nguvu kutuliko. When it comes control system za kujicontrol, wanawake wako na nguvu kuliko wanaume. Na ndio naona mama alienda kabia mzee huyu Eve, alienda kabia mzee neto hapa tulihegeshwa, chwe bukula isikia. Mzee akakula, akasikia ni tamu, lakini si shetani hakuenda. Alitumia mama kwenda kwa mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Because it is easier mama kuconvince. Mama yote anaweza kuconvince. Hata sasa mzee huko kama hivi, msichana atakuja kuconvince na itakuwa haraka sana. Ukuje kuambia mama, unajua mimi sijui, sijui. Akinisamee. Nidi namenya neko mereko yenye. It is true. Anakuambia ukweli. Wacha kumkodemu kabisa. Mtolee hiyo sauti na ukali, kwa sababu lazima hiyo demon iende. Lakini inside his heart, yeye tu aliona, alitikiswa kidogo tu, akaiduliwa mkono kidogo tu, akili yote kaenda. Nauliza mzee, can you do this? Please my dear, forgive me. I don't know what. True. Mimi nishashikwa siku moja na mke wangu. Sincerely, sijui what happened to me. I apologize, mpaka nikarara chini. Nikamwambia I'm so sorry. Uzuri wenu wa mama mnajua kusikia, mko na huruma. Kama ni mimi ningepata mama ningefukuza. Lakini wewe kwa sababu mko na huruma, kuna kitu mmetengenezewa mzuri, ndio unaonanga mashetani inawaigiaka sana. Kwa sababu bado mko na accommodative heart ya kuaccommodate mpaka mapepo. Hello. Lakini sasa mimi nilipika makoti nikamwambia hapana, na alinishika red handed. Akaniambia mimi nilimwambia nikunishika, amenishika kiagogo. Mimi akaniuliza kutoka hapa sitting mpaka bedroom. Alikushika kiagogo, alikuinua. Ati hapana, mimi ndio nike kianyita, ni ndio hoera tu. Nikapiga makoti, nikamwambia hoera tu, ni ndio. Na kweli wanawake nyinyi ni wazuri. Na akaanza kuomba. Papa Ramashanda ni wale watu wa Ramashanda. Ramashanda rakata, ninakemea ipepo. In the mind akachukua sufuria, wewe tumia hayo. Lakini nilimdanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. It's easy for you to understand how to deal with these demons. Understand how they come in your life. First of all, understand ziliingia aje, zililetwa na nani, ni nani alifungua mlango. Kama ni mambo ya usherati, lazima ndio nipate hiyo mwanamke na tukubalia,
lazima either mwanamke ama mimi, na ndio mimi nikubali, lazima kuna kamlango nimefungua, na hiyo kamlango ndio unachukusaga, unajua ni kamlango gani unafunga. Si ku condemn mtu, you cannot condemn. If I condemn everybody, kila nyinyi wote hapa mko na weaknesses, mimi pia niko na weaknesses. Sasa itakuwa I am not able to be sensitive enough to understand, because some of the demons that are in you, are in us, are the demons that we invited, we opened the doors. Tulivugua hiyo milango, na zikikuja nasema mimi nikuja ni understand ni mlango gani imefunguka. That's why Jesus alituambia pray and you will be answered. If there is no answer in your prayer, stop praying, now seek from God. Why are you not answering my prayers? Hallelujah. Ask from him. Ask God, why are you not answering my prayers? Then God will tell you, kuna mlango ulifungua. Sasa Mungu akikwambia kuna mlango ulifungua ama kuna mlango iko, then that is then we go to the next prayer. Knock and the door shall open. Why? Because that door ndio mlango ambayo wanapitia. Ndio mlango ambayo inazuia maombi ya Mungu ifike. Hiyo ndio mlango inazuia wewe ufaulu katika maisha yako. Hiyo mlango ndio imekufungia biashara. Hiyo mlango ndio imefunga ndoa yako. Hiyo mlango ndio imefunga kila kitu chako. So that is the time you go knock, and when you go knocking that door, you go with a sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. So that the door can be opened or can be closed, because you might ni kufunguliwa ama ni kufungwa ilifungwa. And once you understand that, then you are able to move in a direction that makes you move properly. Now we are going to read in the book of Ephesians, chapter number 1, so that we can be able to understand Ephesians chapter number 1, Wamalwa, so that we can be able to move and understand how does God want us to live. Mungu anapendaga aje? Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Verse 2. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. You see, Paul had a way of approaching the systems of God. Had a way of approaching the men and women of God. Had a way of telling this story to the men of God, that neema ya Mungu na ikuwe pamoja. Atukuzwe Mungu. Tuendelee baba. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Yani mpaka kwenye ulimwengu wa roho umefufuka. And that is the most important thing to understand. Katika in the spiritual realm, is your spirit operating in the spiritual realm that God would want you to operate. Because where we lose the game, it is in the spiritual realm. This man is praying to them that even their spiritual realm will operate as God wills. Will operate in your favor. Because there is a man, there is a way. The spiritual realm itafungwa na itakamatwa. Na wachawi wapakamataki kwingine. Danieli alienda kuomba. As he was praying, siku ya kwanza ile kufika tu hivi, baraka zake ziliteremka. Lakini wakati ziliteremka, Gabrieli ndio alitumwa pelekea Danieli vitu zake. Akiteremka hivi akakutana na mfalme wa Persia. Mfalme akakamata Gabrieli. Hakukamata vitu zako, hakukamata vitu za Danieli, alishika Gabrieli akamshika mashati. So Gabrieli ameshikilia vitu za Danieli lakini haendi. For the last 21 days Daniel was in prayers only to discover idonesiarekele hiyo. Sometimes most of us vitu zetu zote, baraka zetu ziliachiliwa but we don't know. Baraka zetu zilifunguliwa but we don't know. Zilifunguliwa na bado tunang'ang'ana kwenye maombi. Ndio nawaambiaga mkiomba wiki moja, muzika hii wiki nyingine wacha kuomba. Nenda futulia sasa. Chukua kalamu na karatasi, kaa in the mahali private vizuri. Kaa hapo, sikiliza Mungu anasema namna gani. Because God will never visit you in your shouting. God will never visit you when you are making noises. God will never visit you when you are busy. God will visit you when you are seated somewhere. He will listen. He will talk to you. He may whisper. He may come to you through a dove. He may come through to you through something that you don't understand. You may send somebody
to come and talk to you. But if you are busy, una maga, mara umekuwa Katoroni, umetoka Katoroni, uko Heaven's Gate, umetoka Heaven's Gate, umekuja kwa Dora, umefika huko, umetoka huko, umeenda kwa Manyuro, umeingia kwa Manyuro, umeenda kwa Ezekiel, you find you will waste your time. It is a demon that keeps you busy moving from one place to another place. Not that haujagoka, bado wewe ni mtu wa Mungu, bado wewe ni mtumishi, bado wewe ni pastor, but you are moving up and down, busy, you lose it. You lose the connection. Hii spirit haitabuagi kama wewe ni apostle, haitabuagi kama wewe ni bishop, haitabuagi wewe ni nani. Already they what they do. Okay, umeanza kuingia kwa destiny, what they will do, they will keep you busy. Utamove. By the time you realize umezeeka. By the time you realize hiyo season imepita. Na hiyo season ikipita, you will have to wait for another season. Everybody here ako na season. All of us here, we have a season. Kuna ile season inakujanga ina style. Kuna watu wa miaka 3, kuna watu wa miaka 5, kuna watu wa miaka 8, kuna watu wa miaka 10, kuna watu wa miaka 20, kuna watu hata wa miaka 50. Ulikuta alibarikiwa anaongoja mpaka at the 50, akifikisha 50. Unaona mlipuko, biashara zinafunguka, pesa zinakuja, watoto wake wote wanabarikiwa, na yeye anabarikiwa because the season imefika. And it is very important for you to know when the season is coming. You must be alert. This season ikipita inakupoteza. Na ikikupoteza, na wewe ni wa miaka 10, na wewe ni mrembo kama sasa wewe ni mrembo. Sasa niambie miaka ingine 10 wakoro hiana tena. Gina maido ni makoro maina mete. You see, you will have lost. Na sasa labda ulikuwa sasa uolewe kesho. Na kimwanaume kama mimi kimekuja kimwambia uliomali mimi. Sasa unasema nyeje hiki animota pepo toka pepo. Na kumbe ni Mungu ametumana. Na jana mliambia Mungu try me, na Mungu amekutry, amekuletea mtu kama mimi. Na anakujaga after what? 10 years. Sasa mimi nikiponyoka, wait another 10 years. 10 years utakuwa namna gani na wewe ni mama? Jira wakorohiana tena mtumia 10 years. Takume ukakorosho ni tonini inyago komego de kaina mogo kasikena mego huko unogashoka wane modo unogashoka hiki na tono wado kile maisha makwa na mimi sikupata, na wao ndio ulikuwa ripi yangu nimbele nimepatana kimama kiachanga tumeenda tumepoteza maisha na hiki kimeenda, na sasa utanikuta marikiti nikibeba gunia nabeba sasa tukipitana na kukoka na gunia unaanguka chini. Kumbe ni mimi ni Bwana, ni ile damu bado inafurutana. Some of us are meeting our husbands. Ziko hapo hapa wakichimba mitaro. Maybe yule mtu ulipatia kazi ya kuchimba choo kwenu ndio husband yako. Ni venye hujaelewa. Ni venye ulimiss kumuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nasema kama vile turudi nyuma verse ya 3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Baraka nini? Zote za rohoni. Kwa hivyo lazima ukue na all gifts, all blessings of the Holy Spirit. Ndio you are able to discern. You are able to know what time is this one. You are able to know which place are you. You are able to know which village are you. You are able to know what kind of people uko na wao. It is very important. Mimi kuunderstand nyinyi yote, kuwajua. Najua huyu anakaaga hivi, huyu anakaaga hivi. Utakuona nacheza tu na nyinyi na akili yenu kidogo. Mimi najua unataka hii wewe nitacheza nitakuweka hapo. Na ujua huyu anakana akili yake hivi. Najua because I have the gift of the Holy Spirit. Sasa niambie, wengi wenu hapa mmekuja kwa sababu ya tall dark and handsome. I'm giving an example. Sisemi mmefanya hivyo. Wengi wenu hapa wamekuja kwa sababu ya nini? Tall dark and handsome. Kwa sababu mnaona ni toro na ni dark na ni handsome. So when you come utakuja kwa ofisi, you want to see me. Ndio unaona pale secretary anakuwa na hard time. Kuna watu wanachukia secretary wangu sana kwa sababu anawazuia kuingia, mpaka anasema nyinyi kumomode minister nimeachana na mtakia maneno ya minister, kwa sababu amejaribu kuingia imeshindikana. Why? Because mimi najua kichwa yake kuna namna gani. So ni mimi kwa sababu sitaki ahame kanisa, nataka ni deal na yeye, nicheze na yeye mpaka nimrudishe kwa Mungu. Nimwambie Mungu mtu yako ndio huyu alikuwa amepotea na alikuwa anataka kupotea kupitia kwa njia nani yangu mimi kama mtumishi wako, kwa sababu hata mimi I can lead you to hell. Na hubiri hapa na wengine wanaenda bigudi na kuna wengine bado nagawia
napeleka wapi? Hell. So unakuja tu nakaa na wewe, nitakupatia shoulder, ulililie tu hapa. Unawaita rota, umwaga rota yako hapa tu, utamwaga, lakini nitakuregesha kwa nani? Kwa Mungu. Hiyo ndio kazi ile nimeitiwa. Ndio naona wengine mmekuwa disappointed kidogo, mlikuwa mko na high hope, mna nini, mmeona, mmeanguka nayo, lakini umekuta haukuanguka nayo, ulianguka na hewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Vumilia. Hiyo ilikuwa kipindi hiyo. Sasa vumilia, tuende safari. Nimekurudisha kwa Mungu, tuende safari. That is what I have been called, to make sure this spirit haiendi kule, because they want to go take this woman huko akufe, kwa sababu nisipokubali maneno yake ataenda apatane na karaja mwingine hapa na ni wa drugs, baadaye wakakuja drugs. Nani atakuja kuulizwa? Mungu ataniambia nilikuletea huyu, mbona hukumsaidia? And to be able to do that, the spirit of God must be high in you, to be able to discern. Ujue huyu amekuja na hii plani, huyu amekuja na hii plani, huyu hata ako na nyoka inamfuata, ako na nyoka kwa bagi, hawezi kuiona, lakini the spiritual ako nayo ya wazazi, yametoa kwao, inamfuataga, iko kwa bagi yake. So wewe unaona, Mungu atakufungua macho, utaona hii ni nyoka. Sasa utaanza kumuombea kuvuja hizo mavitu za kwao. Utajua this woman is not, si hayuko peke yake, she is possessed. She's being controlled by the forces of their family, by the forces of the maeneo kule ametoka, inaitangwa the demons of what? Territorial demons or territorial, because even the territories where you come from, they speak in your life. Kuna ukienda kama sasa napeanaka example kubwa ya watu wa Kirinyaga. Ukienda kule mahali kunaitwa Kiangoma, ni village inaitwa Kiangoma, na vile jio inaitwa Kiangoma. Ukienda siku PCA inaitwa PCA Kiangoma Parish. Kuna Agirikan Kiangoma Parish. Sasa angalia, ni Agirikan ya Mungu, lakini iko nani? Geshagi Kiangoma then wa parish. Hello. Sasa oa bibi kama huyo ametoka Kiangoma na wamekubalisha by the name, wamekubalisha. Tuliona katika kitabu ya Ezekiel anaambiwa na Mungu 16, Mungu anamwambia abia Jerusalemu mambo yake yaliyochukizo, kuzaliwa na your origin, your nativity and your origin, it is of the land of Canaan. Tukatafuta tukaona Canaan ni nani? Canaan ni yule mtoto wa Hamu ambaye alilaaniwa. Kwa hivyo hiyo kijiji ya Jerusalemu imejengwa kwa shamba yenye iko na laana. Kwa hivyo most of us we are in the land ambayo tumetoka kwa shamba ambazo ziko na laana. Tumetoka maeneo Nakuru kuko na laana ya kipekee, Nairobi iko na laana yake. Tunasikia ukienda Mombasa kuingia ni rahisi, lakini kutoka ni ngumu. Ni kwa nini? Ni eneo la pwani, ni eneo la Mombasa. Kwa hivyo eneo la Mombasa liko na mapepo, liko na nguvu, iko na spiritual powers that control that territory. And when you get inside there na usikilizane, wewe withanie na ndo wako, wewe withanie na makoko na mako, utakuwa ni gumu kutoka. Watakuuliza unaenda wapi? Si hapa ni Mombasa raha, uko bara. Si ni viasi mnalimaga tu na boga. Kaa hapa ni Mombasa raha, kuna bahari, kuna nini, kuna majini, kuna hii, unakuta inakuweka comfortable na unakaa huko na unanunua plot huko, lakini siku ya kujaribu kwenda kwenu bara unashindwa kwa sababu umekamatwa. So you must be awake in the spirit. For you to be able to win these battles, you must be awake. Sio kuja tu kuwekelewa mkono. Hii mkono wachana nayo. Wachana nayo, because nimekuwekelea saa hizi demons zimetoka, zinaenda pale, zinakuuliza ni mwaleka nina mohuji. Kwa hiyo keto dhiraji. Unakuta unashindwa. Ati kuna mama mwingine hapa alikuwa ameletwa na walimu hapa. Alikuwa na hayo mapepo, alikuwa amerushiwa, inakuwa inalala na yeye. Hata akitembea anasikia imeikia. Sasa imemhangi hapa, inaikia wakitembea tu hapa. Hata siku moja akakuja akapanda hivi, akapanda kwa stairs pale, nikamuombea, akaniambia zimetoroka. Alipotoka tu hapa kufika huko nilimkuta amejishikilia hiyo chuma ya kuteremka. Nikamuuliza ni nini? Wamenikamata tena. Nikamuuliza what is happening? Already wako ndani. So nikashindwa, what the hell is this? Nikamwambia turudi ndani. Rudi. Tukufika tu pale wakamwambia ingia ndani, lakini utatukuta hapa. So you keep under it's why ndio nikakuja kujua ya kwamba yeye mwenyewe hajakubali kuachana na hizo vitu. Yeye mwenyewe kuna hiyo kitu ameishikilia. Some of us here are suffering not because you are supposed to suffer, but hiyo roho wewe ndio umekataa kuiondoa. Umeiaccommodate, imekaa ndani yako.
and you are living and walking with it. That is why you keep on repeating the class. That is why umerepeat ukiomba maombi, ukiamuka kwenye ndoto unaona ukiwa primary school ile ulikuwa unasomea. Unaona ukiwa nursery school ile ulikuwa unasomea. Na sasa hiyo uko university. Sasa hiyo umeendelea vizuri, ni pastor, wewe ni bishop. Lakini zile ndoto zote zinakuja kwako ni za nursery. Maana umeanguka mitihani yote. You are not moving forward. You are not succeeding in anything. You are still suffering until your spiritual life is upgraded to be able to understand, to have the spirit of discerning. Ndio ujue huyu mtu ako namna gani, huyu mtu mumeanza kutembea na yeye ni type gani, ni mtu wa aina gani, why is this person this way, why amebehave. Ndio unaona mtu akisimama na uone amefanya hivi. In the spiritual realm there is an interpretation, ni kwa nini amesimama na amekaa hivi. Kuna mwingine nakuta anakeja you are able to interpret what kind of a spirit anakurushia kwa mdomo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. You have to know. Ati huyu mtu amekuja kwa ofisi yako na amekuja kuna ile ka position anataka kukaa. Unamwambia kaa hapa lakini ana insist kwa sababu hapo ndio ile demon inamtumia, imemwambia you will strike from this angle. So unamuinsist na mwambia hapana usikae hapo, kaa hapa because you una disorganize plan zake zote. And that is how you win these spiritual battles. That is how you conquer. You don't conquer by power. It's not by power nor by what? Not by force, but by the Spirit of God. And this Spirit of God must have had a home to live, a home to be. When you are walking the Spirit of God, utajua kila mtu. Utakuwa unatembea na mtu, tunatembea na wewe, tunacheka na wewe lakini mimi najua ni kombo. Na kupeleka kwa hoteli tunakula lakini mimi najua wewe nini. Kwa sababu kuna wakati in the spirit Mungu ananifungua, umefanya kimdomo. Sasa hilo nataka kuachilia mate yako ndio inikamate. Mungu ananifungua macho na nyosha angalia sasa. Sasa hiyo na mimi nafanya katika jina la Yesu nakemea na achilia. Uko ndani nakemea because he has revealed to me what kind of a woman you are. Bwana Yesu asifiwe sana. So tukikuwa na nyinyi hapa wale ambao tunafanyaga nao kazi, I know each and every ile kitu umebeba na ile kania uko nayo na ile kaplani uko nao. Sasa tukicheka na wewe ujue mimi najua wewe ni nyoka ama wewe najua wewe ni chura ama najua wewe ni nini, because spiritually I am highly leveled. Niko mahali in the spirit. I'm able to see you. I'm able to discern you. And that is what Paul is telling these people why Ephesus, that raise your grade of the spiritual power, the spiritual capacity to be able to know huyu mtu amekuja kufanya nini. Before you come to me, mimi hata ukifike hapa nitajua. Before you get to my office najua unataka ni tu pesa umekuja kuchukua. Sasa nitakuja sasa ukiingia tu nitapigia hiyo laini ya hiyo tu pesa unataka. Ndio kwa sababu Mungu aliniambia usimpatie. Sasa tapiga hiyo tu pesa tu laini ya tupea, alafu nitaita David enda ongea na huyo mtu. Naambia David huyo mtu msimpatie kitu. Anataka pesa, anataka kupeleka mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Then that is how you win this battle without throwing, bila kurusha gumi. Unashinda hii vita vizuri tu pole pole. Si vita za kushinda ati maombi ati Katoroni 7 days, hapana. Yes, it is good to align yourself with the prayers and everything. But battles, the spiritual battles are tactically won in the spirit. They are not won in the physical. They are not won in your maombi. Ninafunga le maisha ndababa yakakakatere remo sambandandama nina sekete, hapana. Wewe unapiga kelele kule, unapotezea watu akili masikio. Wewe tulia, wacha Mungu akutunyoroshe vizuri. Understand, be alert in the spirit. You utaona Mungu anakufuguaga, anakuonyesha hiyo ni nyoka, ni cobra, ni green mamba, ni nini zinakuja kama kwa unaziona tizo hizi. Unaona hii ni mamba yenyewe, mpaka unaona mdomo venye amefungua anabadilisha huyu msee, unaona kichwa ni mamba, mpaka anafungua mdomo hivi, unaona hii ni ya kukumeza. Sasa unakaa pale bali unatoka, unajua mamba zinachezea kwenye nini, kwenye maji, unaruka kule kwenye dry, unaiambia kuja, haiwezi kukuja. Sasa inakaa kule, inakugojea kule, na wewe sasa kwa sababu umeijua unaigogea wapi? Ikiwa kule. Even ndivyo you win the spiritual battle. That is how you conquer these battles. You don't conquer because unakasirika makasiriko, kwa sababu kuna demons zitakuja za makasiriko, zitakuja zinakuirita. Nitakuja tu tukosana ya pale tu, mimi sijui unakuja kanisani na mimi ni pastor, alafu nikuenda hivi nikusukume ama nikukanyaga vibaya ama nikunoke vibaya ukasirike, sema unakanileo diga ashoka, because wamejua unaenda kufunguliwa.
na itahitaji tu huyu jamaa kukosea kwenye mlango pale, ama itahitaji yule Asha akuogeleshe na ukose kuelewa venye amekuogelesha. Unasikia kako kwa domaragi yate, unaondoka unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikubali tu, ukubali kupikwa, ukubali kuwekwa kwenye nyugu, uvumilie tu, uchomwe vizuri na uibe kale kaibo, ni ubie moyo mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa nini? Wa kunyenyekea. Siku utaiba hiyo wimbo na inataka muanze kuiiba sasa, na siku utaiba ujue ni moyo nini mpya. Moyo unasema nifinyange, nivuje hii chugu kile kaniende. Na unajua Mungu akianza kukushughulikia hiyo nyugu, kwa sababu umesema akuubie nini? Moyo mpya, moyo safi, moyo wa kubodeka bodeka, moyo wa kunyenyekea. Sasa atabomoa na unasema niumbie nini? Moyo mpya. Sasa what he will do, he will destroy you first. That is God for you, kwa sababu umemkubalisha. Shetani ni sisi tunamkubalisha, Mungu ni sisi God cannot come in your life if you don't invite them. The devil does not come in your life usipomwalika. Sasa ukimwambia niubie moyo mpya, na hiyo ndio ndio nataka leo tutaiba sasa hapa, na and you mean it, tukubali kubomolewa. Hata mimi sasa nimekubali tena nibomolewe, nitengenezwe upya, nitengenezwe. Maana atashika ile nyugu, na kwa sababu ni nyugu ilichomwa ikakauka, haiwezi kuivujia kwa mbao kama hizi. Atakupeleka kwa kimawe kizuri kile cha blue, ainue juu, akoge chini, alafu atafute nyundo apige mpaka ikuwe mavubi. Tena aiwenye nini? Aiweke kwenye maji. Akiweka kwenye maji, aitengeneze ikuwe udogo. Tena atengeneze nyugu tena vizuri. Tena ufanye nini? Utarudishwa kwa moto, uchome mpaka kuchomoka. Hiyo nyugu inapika gidali mpaka inafanya nini? Inaiva. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo wimbo lazima tuibe leo. Maana I want you, because kuna watu hapa, tuko hapa, you are stagnated, not because you are bad, not because wewe ni mbaya, not because that wewe si mzuri. Wewe ni mzuri sana, but you are stagnated because bado moyo wako, mwili wako ni ule mzee. Na Mungu hawezi kutumia kitu mzee kwa kazi mpya. Hapana, lazima akufinye na ukubali tufinywe. Lazima akubomoe na ukubali tubomolewe. Lazima akulete chini mpaka tuende chini, ndio kutoka hapo tutengenezeke tena. Na Mungu anapendeka hiyo kitu ya kutengenezeka. Moyo huo wa kuvumilia, moyo huo wa kupoteka, moyo huo wa kupenda Mungu, moyo huo wa kunyenyekea, Mungu anapenda. Lakini arrogance hapa, naona watu hapa wengi tunakuwa arrogant kwa sababu uko ni Asha mkubwa hapa. Sasa hapo mtu akikuja kukusugumusia na kuuliza when did you become my boss, na hata unaona natembea na style ya kukuuliza when ulifanyika boss yangu lini? Na tunaambiwa tunyenyekee kwenye mafuta ile iko juu yetu. Katika hapa tukiwa hapa, everybody uko na authority, everybody uko na kitu, uko na mafuta. Kila mtu hapa, kila mtu ako na mafuta. So nikikuja nikikwambia mami, chukua hii bagi yako nenda ukae pale, nanesa, by the way, when did you become my boss to instruct me? That is what God is looking. He's waiting to see how are you going to respond, and from that utakuwa stagnated for the next period, ambayo Mungu alikutumia mtu kama huyu. Hapana, wewe hawa ni wasafi. Nani ambaye si msafi sana? Tuchukue katika kijana, tuchukue age. Simama. Sasa amekutumia kwa kijana kama hako. Amekwambia toka hiyo kiti, enda kwa ile kiti. Unakaangalia kutoka chini kiatu, unakaangalia, unapanda nako, alafu unakaangalia na ile jicho ya Wakikuyu ya Murang'a. Anakuangalia hivi, unajikuja peke yako naenda. Bwana Yesu asifiwe sana. You have failed the test. Bwana Yesu asifiwe chini. Asante. You have failed the test. These things are simple but they are complicated. This being successful, to become a preacher, to become a man of God, to become a servant of God, it is very simple but very complicated. One test will fail you. Na Mungu anakujaribigi na hiyo tu vitu tudogo tu, anakuambia unakataa. Kama sasa hapa si tuko na board, tuko na board. Kila kanisa, kila organization iko na board. So you cannot run an organization that does not have a board. The board is meant to advise. The board is meant to come and tell me
Hao ndio wanakuja wananiambia tupage kanisa hivi, tuende hivi, tufanye hivi, tufanye hivi, kwa sababu ni nao board unatafuta yule mtu wako na akili ya hii. That is why Solomon, everybody thinks Solomon was very wise. Solomon was not wise. Hakuwa na akili mingi hivyo mnafikiriaga. Ile akili, alikuwa na akili dogo ya kujua kuchagua watu wako na akili. Sijui kama mnaelewa. Alikuwa na akili, lakini si akili mingi venye tunafikiriaga. Ile akili alikuwa nayo smart ni ya kujua kuchagua wale watu wako na akili kulingana na purpose fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yeye ndiye alienda akachagua, akaona hawa watu ni watu wa kuchimba minerals. Hiyo akili ya watu wa minerals akawachukua na akatengeneza mkubwa yao. Akajua hawa ni watu ambao, akachukua mkubwa yao akamweka hapa. Akajua hawa watu ni wa kutengeneza gosi, akawaweka hapa. Sasa akajisurround na watu wako na akili mingi kumuliko. Maana hao wote walikuwa na akili. Solomon hakuwa anajua kuchimba mawe, hakuwa anajua kutengeneza gemstones, hakuwa anajua kutengeneza gold, hakuwa anajua kutengeneza joa, lakini alikuwa na akili ya kumanage watu wako na akili. Sijui kama mnaelewa hapo. Are we getting me? And that is why you choose men. Na hiyo ndio mtu aliambiwa, Musa aliambiwa na Jethro, akaambiwa tafuta wanaume wa kukaa karibu na wewe wanakupatia mawazo. Yesu akaambiwa tafuta watu wa kukaa na wewe wa kukusaidia. Maana si ukiangalia watu wote wa Yesu wale the 12 disciples, mmoja ni daktari, mwingine ni fisherman, mwingine ni mtu wa pesa. Alijisurround na watu technical. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakujisurround na watu hori. Hakujisurround na spiritual people wale wanatembeleaga kwa hewa, wakikanyaga hivi unaona wanakanyaga dunia isipasuke maana wamejazwa na roho. Hakujisurround. The mistake you can make in your life, surround yourself with those people. They will lead you to hell. Watakuotea, huyu atakuotea hivi, huyu atakuotea hivi, huyu atakuletea hii, huyu akiatea wa mego koinia geshade uretinda ko getiru ndio makoinia geshade adwa roho. Surround with the technical people for you the organization to grow. You surround yourself with technical. They are not mambo ya kiroho. Hata ukimuuliza Genesis iko wapi, anaenda kukufungulia Revelation. How? They are the people to run the organization. How are the holier than thou akina David hapa. Sasa ndio nawalete hapa wanashika microphone, lakini based on the advice ya wapi? Ya huko. Utakuta organization kama hii. Utakuta sasa wewe ni mtu technical nimekuweka kule na huyu ni mtu holy. Sasa nakwambia tutaona kule tutaenda, kwa sababu anajua ana uchawi, ni mchawi wa kiroho. Atakuroga, kesho utakuja kama umeshikwa na malaria mpaka mwili naenda namna gani? Naenda namna hii. Ukifika hapa unasema, ukitoka ukienda nyumbani unapona. Ukesho ukirudi mgongo inaenda hivi. Mpaka unajua ndio kelio kanithia yako kodiga kinyarege. Sasa wako hapa, hata hii nyumba hii tuko na wao. When you try to make a team mzuri, utakuta hawa watu wa maombi, watu wa mapasta, ati wako ni hole sana, utawakuta sasa hawa wanasema tutaona kule mnaenda. So you know these are destiny killers. They have a word, they preach, they have a word nicely, they do everything nicely, but they are destiny killers working with you. They will kill you eventually. Those are people that they surround you. Those are people that will walk with you in a walk just to make sure umeaguka. Na wakuja watakufuata tu wakahakikishe umeaguka kwenye simu, mpaka wanakuja kuangalia kama umeaguka. Na ndio unaonanga ukiaguka, ukienda kwa kaburi watu wanazikwa. Wale maadui wako wengi ndio wanakuja kukushughulia, wanasikia saduku imelia bum bum bum. Unaona kanaaguka. Kekede kanaaguka. Masaria wito. Kanaaguka kibebo kakipeleka dakika 3 kamefufuka, unakuta kanacheka. Unashindwa ni nini imebadilika very fast. Nakuta huko wanauliza na nyama hele ile yako. Waende wakakule nyama, maana mission imefanya nini? Wamemaliza na kalianguka pale. Na kalipepetwa maana oxygen ilienda. Si oxygen ilienda, ni kuangalia panya wamekuecha. Ndio hata Yesu wakati alikuja akakuta hawa watu wamemweka Lazarus, aliwauliza mumemweka wapi? Hakukuja na kiroho yake kuuliza kusema harama kakaka ni pale. Hapana, aliwauliza wao mmemweka wapi? So the people your challenge, your problem, it is not the society you have, it is the people close to you, the people that you are walking with. Hao ndio walikuwa wameweka Lazarus. Baka mama alikuja Martha alimwambia Yesu, kama ungekuwa hapa 4 days huyu mtu tungemsaidia.
Akamuuliza, mumemweka? Hakutaka kusikia statement zao, maana kuna watu already washaandika statement. Kuna watu already washasema you are not going to succeed. Kuna watu in their books you are not going to make it. But Yesu hakutaka kusikia nini? Their statement. Aliuliza, mumemweka wapi? Alipofika pale akawaambia nini? Ondoeni hii jiwe. Wao waliowekelea jiwe. So if these people, jihadhari sana. Jihadhari. Watu mnajifanya marafiki. Watu mnajifanya that they have come to support your ministry. Watu wamekusema that they have come to support your business, your work, whatever. We are snakes. Have a spirit that is able to discern them. Have a spirit that is able to know each and every person you are walking. And before you walk na huyo mtu, kwa tu unamcheka tu. Fungua mdomo yako vizuri, meno mwekee mzuri, aone amekushida. Lakini unajua hii ni nyoka tu, tuende tu. Mahali pa ile oil. Unajua ukiweka oil, ile oil ya gari imetumika, ukiweka kule mbele unasema iwekwe, hii nyoka ikifika kwa hiyo oil itatoroka, itarudi. Bwana Yesu, ama uchome tairi kule mbele, nyoka ikifika pale inafanya nini? Unaichomea pale mbele, usiichomea hapa. Utaichomea hapa ikuletee muhadhara. Ende ukachomea mbele. Utakuwa kikwambia, unamwambia niturathi kanitha mothe. Asha ndira gukinya na ikuruwe. Tata wito ndaraigwa yega ndira guthi kumuona. Next week unamuita. Niturathi kanitha. Niko no nikucererwo ii tondu he andu ndiamba kuingira kamenya ihoya no rirakinya. Unampigia sande hingine. No roka ndimo batha. Nikwekera huko ta wiki igire ithatu, unajua ushamaliza game. Tactical. Be very wise. Christians, watumishi wa Mungu, be very wise. Deal with these snakes in a wisdomatic way, because they are dangerous. They have plan. Wewe mwenyewe hujui. Mimi nimekufanya umekuwa chiaredi wa kanisa. Wewe unakaa kwa kiti kama chiaredi na hujui. Unajua kuna mtu anakuataka, kumbe yeye yuko hapo nyuma yako ni nyoka. Na wanakupagia, huyu anakupagia. Wametengeneza group ya huyu na huyu kwa WhatsApp ya kuomba kukumaliza. Wewe ujuage, ukikuja unasema mwale wa ithe ito, hebu uko nawe kwa mwale wa ithe ito, haleluya, mwathani agocwo, kuma kwirega nari ni madra kumisite urariko ndari na ikuru ndari ndaiguaga wega pole uraigua atia, because wanataka report, kusikia report, washamalizia ama bado hajamalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. These are very dangerous people. Walk with them with a lot of wisdom and make a team around you of people of integrity. Watu wako na knowledge, wako na akili za kidunia. Solomon hakuchukua watu wako na akili za kibiguni, maana alikuwa nazo. Sasa mimi nataka mtu ana akili ya biguni ya nini na mimi niko nayo? Mimi Mungu ashanishughulikia, amenitengeneza. Akili za biguni ya mtu mwingine, akili zako nataka za nini za biguni? Si niko nazo. I have a direct line ya kuongea na Mungu. Niko na siedagi kwa secretary na idaka straight. I don't need you. Ile mtu nataka kujua ni huyu mtu ni wa hesabu. Mimi hiyo kitu nilinyimwa, hesabu nilinyimwa. Huyu mtu ni mtu wa geology. Hiyo kitu mimi sina. Huyu mtu ni mtu wa mawe. Hiyo mimi sina. So I will look for you, I look for this, I look for this to make me whole. Ndio nikuwe complete. Lakini kwa kiroho, mimi sitaki kusaidiwa na mtu hapa, sitaki. Ya nini? Mimi Mungu tunaongea na yeye direct. Hiyo domeleli zako peleka kwako nyumbani, wewe radhere na wewe ohoere, na ukisikia uko na domeleli weka. Kama Mungu ameniambia umeniona niko uchi, ndio uombe nivae nguo. Wacha kuja kuniambia nilikuona ukiwa uchi. Ndio uombe nivae nguo, kwa sababu nikuonyesha, umeonyeshwa apostle wako anahitaji hii msaada na nimekupatia hiyo mandate, enda umuombe. Sasa ukikuja kuniambia uliniona nikiwa uchi, nifanya nini? Na mimi sijaona. Na mimi sijui huyo uchi unalifanya nini. Tajira uneno wanyonire. Jiki atia. Na wewe ni woronire. Uyu gigucoka kuri ucio wakuonia. Umwire atiri urenda jiki atia. What do you want me to do with this? Ati madhabahu uliona watu, kuna mama mwingine alikuja kaniambia tukiwa hii kule City Stadium. Ati aliona madhabahu, tumafi tumekuniwa kwa madhabahu. Sasa mimi sijui meaning ya madhabahu kunini? Kukuniwa. Sasa mimi nikamuuliza sasa urenda aje kiate? Tutigedi tukahate, nikamwambia ukatokahate. Sasa nimwambia chukua brush na kifagio kuja na do tufagie. Mimi sikwe nilikuwa mchanga kiroho. Sikuwa naelewa kwa sababu aliniambia kwa simu. Na sikuwa nimefika kanisani, basi nikamwambia kuja twende tukafagie. Kwa sababu mimi nilifikia ni physical, watu already washakunia. Bwana, sasa ukiniambia mtu kama mimi sijui hiyo maneno, what will I do? Nitajisaidia na nini?
Sasa umeniweka wasiwasi, nitakuja ile kitu nitashinda nini? Nikajaribu kunusa. Sasa nikakuta kitu kama haka na nikaangalia kwa ubali, nione kama ni kamafi, alafu naangalia ninaona kametoka hapa. Sasa nikiona kitu kabulaki kama haka nitaangalia nione kama ni kamafi, naita nani alifagia hapa? Kuja. Ni nini hii? Wanakuambia ni ile mafuta ya sade. Unaondoka hapo tena unaenda. Unatafuta nini? Ile mafi uliambiwa. Sasa umeona amenipotezea wakati wangu bure because hakunisaidia. Hizo domelezi zako hazikunisaidia. I need nikwambie na nipate ufunuo. Kama niko na ufunuo, nikwambie kuna accident. Unataka kwenda Nakuru kesho, ya usiende, maana kuna accident itafanyika mahali fulani na unaweza kuomba nikuonyeshe vile utaomba ama nikuonyeshe ni nini hiyo. Sio lazima. Kama mfano sasa tunasemaga umeona tukifanya harusi. Nilikuwa na apostle. Tulikuwa na harusi nzuri sana. Watu walikuja wengi na ilikuwa ceremony. Sasa wewe unaanza kusema Mungu alinizungumzia apostle ndio bwana yako. Hapana, ile kitu ulionyeshwa kuna kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona harusi ni kifo iko. Enda uombe, stop it. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiona tena mtu amekufa, ujue si kukufa mtu atakufa, kuna transition. Kuna ile kitu ilikuwa ndani yake imekufa, there is a new transition. Sasa unaweza kusema nie ndo nilioge kuo mucio na nie ndama kila mono na ngigwa kuhoya ngihikithia giku wahikithiria mundu ri ngikirathimo. So you must be able to know, to understand how to interpret these dreams and also be able, hii mambo ya kiroho ati niliona hiyo, hapana, hiyo peleka kwako. Kama si kitu unayo na solution yake, don't tell people. Hata wale wa kudhioma, sizui kudhioma, ugedhioma hakikisha kuna mtu anaweza kuinterpret ama wewe una uwezo wa kuinterpret. Ndio tusikie. Kwa sababu sasa ukianza kusema rama shenderebo kontodorobo sa rakakaro mondoro mama na unasema umedhioma. Sasa imetusaidia na nini? Wewe mwenyewe haikusaidii na sisi haitusaidii. Kama hakuna mtu wa kuinterpret udhioma, it is supposed to be interpreted. Mtu anatuambia Bwana anasema kanisa ligeuke, kanisa lifanye. Yes, because huyu amesema na huyu anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama ninaongea sense. Am I making sense to you? Ninaongea kitu mzuri. Kwa sababu hapa tumeona sarakasi mingi. Hata mimi nimeona sarakasi. Wakati niliokoka nikamwagiliwa mafuta, nikaenda si bado kabla kumwagiliwa mafuta, nikiwa hapa kwa huyu Ng'ang'arito, niliokokea kwa huyu Ng'ang'a, huyu James. Nilifika huko tukaenda, akanitoa hapa tukaenda. Sasa hiyo alikuwa pale Bafesh. Tukatoka akatengeneza crusade Tononoka. Sasa hiyo si radio yote imetangaza, ma TV, yule kiongozi wa kundi haramu ameokoka. Ng'ang'a ndiye amemwambia. Ng'ang'a sasa hiyo sasa akakuwa kama sasa ndio the new sheriff in town. Sasa immediately akatengeneza crusade Tononoka. Kwenda Tononoka, kiwanja kikajaa. Kila mtu anataka kuona huyo kiongozi wa kundi haramu aliyeokoka. Na ukumbuke mimi Ng'ang'a alinipeleka Indian Ocean kunibatiza. Maana alisema ile dhambi niko nayo inahitaji Indian Ocean. Nikaeko ndani ya Indian Ocean, alafu tukaenda sasa crusade. Kwenda crusade kiwanja ikajaa. Tukatoka huko tukakuja Uhuru Park, kiwanja ikajaa. Tukatoka huko tukaenda Moi Stadium Kisumu, kiwanja ikajaa. Tukaenda Bukungu, kiwanja ikajaa. Sasa imagine. Nikauliza Ng'ang'a, kiwanja ilikuwa inajaa mbele? Akaniambia wewe ni Mungu amekutuma. Ube ameniweka kasidana kingine hapa ya kiburi. Nikajua kama si mimi Ng'ang'a haribu. Si mmeshida hapa mkipiga makelele. Nimekuja tu only one month. Kanisa imejaa. Alikuwa Bavesh. Bavesh alikuwa kwenye basement. Si mnajua ile nyumba inaitwa Bavesh? Alikuwa kwenye basement pale Figitri opposite. Alikuwa basement. Na nikanyumba kalikuwa kadogo kusaisi kutoka hiki kigi na ile na hii hizi. Hapo ndio kanisa yake ilikuwa. Na Wafula alikuza ndio nilikuta huko, na mwingine alikuwa anaitwa Pastor Chai. Sasa nilikuwa kutoka, walikuwa watu wako na njaa, watu wako na kitu, watu walikuwa na njaa. Sasa ilikuwa inabidi mpaka wana preach na ile vita, unaona ile preach ya mahasira, kwa sababu yakajaa. Kama kupeleka umefast siku 7, alafu Mungu naye anakuongezea zingine 7, maana hakuna kachakula. Na wametoka kule Mombasa, na Mombasa kanisa ilikuwa kubwa, na huko walikuwa wanapata kitu. Hapa ilikuwa inaita Jagwa. Sasa nikaingia. Nilipoingia huko that Thursday, niliokokea huko Thursday, tulisoma huko saa 1.
Hii kiwanja unaonanga naambiwa aliiba, si ni mimi, ilikuwa kiwanja yangu. Mimi ndio nikamchukua, nikamuuliza unaweza taka kiwanja kubwa ya kujenga? Akaniambia ndio. Nikampeleka. Unajua na siku hiyo wakati wangu mashamba yote ya Nairobi ilikuwa yangu. So nilikuwa nimemiliki hizo mashamba. Nikamwambia jenga hapa. Na akaniambia bana siwezi kujenga. Nikaenda banki nikatoa 30 milioni. Tukaenda tukanunua chuma pale Kampala Road, Apex. Tukachukua machuma zile unaona hizo ni pesa. Tukachukua mabati na kila kitu tukakuja tukajenga, kwa sababu amekataa kutumia pesa yake, maana kidogo kidogo hiyo kiwanja ikatangazwa na serikali inataka kuuzwa. Alipotaka nikampeleka CBK wakanegotiate, kwa sababu imechukua loan na kina biwote na wakakataa kulipa National Bank. So National Bank hapana, kuna kabangi kaliyakukaga Middle East, kalikuwa ka Middle East kaliyakukaga. Sasa hizo vitu kakiaguka, vitu zote zinapeleka kwa wapi? Central Bank. Akaenda Central Bank akanegotiate, akaambia leta 38 million, kwa sababu hiyo ndio ile loan walikuwa nataka. Wamempatia shamba huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi nimepatia Ng'ang'a shamba, nimempatia jina, uwaja zimejaa. So mimi na Ng'ang'a, who is bigger? Ng'ang'a alikuwa ananiita naambia, Waroike kuja, you can also come. Ananyenyekea, anakuja kwa sababu hajui bado. Mnajua ni yule kiongozi wa kundi haramu, hajui anaweza kataa, alafu kanisa imejaa na hajui ni nani wamejaza kanisa. Vile ni kwa sababu ni mimi wananisikiliza, nasimama tu pale kando, watu wote kila mtu alikuwa anataka kusikia story yangu mzuri, story ya Mugeke, venye tulikuwa tunafanya Mugeke. Sasa nikisimama tu hivi kikundi kinakuja, Ng'ang'a akiwa pale anabaki peke yake na wale watu. Sasa Ng'ang'a nikamtesa. Mpaka siku moja Ng'ang'a akaenda kwa TV akasema my life is in danger. Maana nilimuuliza, nani amekujengea kanisa? Nani ameleta watu kanisa? Na sasa hiyo tu pesa tu alipata, hiyo wiki alipata tu pesa tu, akanunua gari mpya VX. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani amefanya uendeshe gari mpya VX? Sasa wewe unataka kuniambia nini? Hivi nilimuuliza, unaenda kujira ati? Mbona? Because kiburi kiliniingia. Na hiyo kiburi ndio inamalizanga mtu. Kutoka hapo tukasubuana, nikaona akatangaza kwa radio, my life is in danger. Wakati alitangaza kwa radio nikajua huyu mzee ameenda amenichezea kikubwa. Mimi nikaondoka. Tulikuwa na kina Hezekia Uchuka, yule alikuanga wa KDF. Tukaenda pale Belicanto, Bruce House, kulikuwa na hoteli inaitwa Belicanto hapo. Na kina mama alikuwa anaitwa Consolata na wengine. Tukaenda tukafungua kanisa yetu hapo. Ndio tumaliza hii nini? Hii. Nikasema na wewe nitakufundisha lesson hujawahi kuona. Nitafungua kanisa na watu wote hawa watakuja. Nikaenda tukafungua, tukakuwa na watu 30 hivi. Lakini venye hiyo kanisa iliisha, na venye watu lipasuana, kila mtu akaenda zake, hakuna mtu mpaka saa hii hatujawahi kutana na any one of them. Tunakutana barabarani, kanisa ya dili hata. Maana mimi niliondoka nikaondokea kanisa, ule mwingine akaondoka, kanisa ikaisha, natural death. Huyo Hezekia akakufa, bibi yake akakufa, walikuwa na HIV. Wengine wote ambao kina Consolata nimemwona kwa Ng'ang'a juzi ako huko. Na Consolata alikuwa anakuja huko City Stadium. So that is how kiburi ndivyo kinamaliza kama mtu. Mimi niliisha na kutoka hapo kwa sababu ya aibu, sikurudi. Nilienda nikatafuta vijana wengine kwa sababu siwezi rudi Mongeke na siwezi rudi huko. Nikatengeneza kikundi yangu kingine kado ya kuiba. Tukaanza kuvuja banki. Tukavuja banki nyingine hapo. Tukavuja nyingine, tukakuta huyu mama akiwa kwa bank, tukamulalisha chini, tukachukua fote. Na mama alikuwa ameenda kwa kijana kazuri. Leo alilala chini, ulikula simiti mzuri, si ndio? So that is what causes you the effects of you not walking in the plans of God. When you are not upright in the Spirit of God, when you don't allow the Spirit of God to lead you, you are not going to succeed. Hautafaulu. Na kama utakaa kama kanisa kama hii na unauliza mtu, unamuuliza when did you become my boss, it means you are not part of these children. You are not part of my family. Just pack and go, because I will not tolerate that. You see, that is how
Na si semi hapa, hata wewe ukifungua kazi yako usikie kuna msichana umemwandika hii kazi asimamie, na umeandika mwingine asimamie, na huyu ni mwingine ni washman wa mlango, umemtuma aende akaulize huyu, amwambie fanya hivi. Mzee amesema, unamuuliza when did you become my boss, kwa sababu anamdharau, maana yeye ni nani? Ni washman. Unaona kuna breakdown hakuna mahali mtaenda, you are not going to succeed. So these things can never be tolerated as you grow. Bahana umejua huyu mtoto ni mtoto wangu, ni nyoka, huyu ni mtoto yangu, ni chura. Ukiona hata badilika, kwa sababu kuna wale ni chura ya kabisa. Unaona mpaka wenye anafanyaga kwa kanisa anaruka kama chura tu, na hapo natoaka sauti ya kiomba, unasikia unajua huyu hata kubadilisha uwezi. Watoto wako ni wale wanakaa chini wanakusikiliza, na wakisikia hii mtu amekuja in the authority ya baba yenu, ataisikiliza, atapenda. That is when you know these are my children. Lakini ukasikia mtu anakuuliza ulikuwa bosi yako lini, na anakuangalia na sura ya Wanyere sasa ama sura ya Wakamba wa Kitui, unajua hii ni nyoka ilikuja hapa kuja kukumaliza. Sasa ngangana na hiyo nyoka, ibadilishe. Kama ibadiliki, weka mafuta na petroli, moshi itatoa, itaenda ikikufa, itaenda ikiadaa. Bwana asifiwe sana. Turudishie hapo baba, hatakuwa tumemalizana na Efeso yani. Elewa na mweka hapo, kama vile ulivyo tuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu. Kabla ya kuwekwa nini? Misingi. Kwa hivyo kuna misingi iko ndani yetu, na hiyo misingi ndio imetusababishia matatizo mengi. There is a foundation. Ulizaliwa katika misingi ya wachawi, ulizaliwa katika misingi ya kuwa mjeuri. Maana wakati nilizaliwa kwa James Maina Ng'ang'a, kuzaliwa kwangu, maana Ng'ang'a ndiye alifanya makosa, si mimi mwenye makosa. Ng'ang'a alinipeleka Tononoka, kiwanja ikajaa. Akanipeleka Mombasa, kiwanja ikenini, Kisumu, kiwanja ikajaa. What did he plant in me? Angeniweka kule, angenipatia kazi ya asha ama kazi ya kufagia kanisa, nifagie ile umungike yangu yote kwanza aiweke chini. Hangenipeleka kwa kiwanja. That's the mistake we are doing. We the pastors, we the men of God. Because unakuja na kisugu yako mingi, ninaona wewe no wagelile. No, kuja kwanza fagia choo. Fagia hapa kung'are. Shuhuza kwanza fagia hapa. Fanya kazi ya kina. Ndio misingi ya ulimwengu iliyo ndani yako ibomoke. Watu wengi hapa ni wajeuri. You've been in church many years. Unasema nimeokoka this is my 20th year nimeokoka. This is my 30th year nimeokoka. But ukiangalia uokovu ndani ya hiyo mtu hakuna. Sasa misingi bado ya dunia iko ndani. Mimi nikitoka kwa James, misingi fanye ilikuwa ndani. Mpaka wakati sasa tulienda kuiba benki nyingine ya Barclays ilikuwa hapa Libaroli, tukavumaniwa. Wale watu wangu wote wakapigwa risasi, ni mimi ndio niliokoka. Pale nilitorokea. Ni nyumba inaitwa Menengai House. Menengai House ndio Harrison alikuwa anahubiri huko juu. Nikaingia nikaenda tukakutana na Harrison, akaniona, akaambiwa na watu, huyu ndio Dora. Harrison alirudi nyuma pole nyuma, akaingia kwa ofisi. Akauliza mjamani wake alikuwa anaitwa Mamisha, kuri undu tungekuwa tuheteirie andu amungeki. Yeah. Mwena pesa hau. Aliona sasa hawa wamekuja kutumalizia. Akauliza kama wako na pesa, Mamisha waniletee nisifanye mambo mabaya. Na mimi nilikuwa natafuta Mungu. Maana kule kimeivana. Yule alitupatia kazi hiyo ya kwenda kuingia hiyo bike, kumbe ni mtu wa serikali. Na walikuwa wananitrap. Sasa huyu akakuja akanipatia story mzuri, kuna benki, pesa iko, uko utapata 50 milioni iko huko ndani. So mimi nikatayarisha kikosi yangu tukifanya nini? Kwa uzuri ama kwa ubaya. Vijana wangu wote wakaniambia leo hautaingia ndani, wewe utakaa nje. Sisi tu tutaingia. Kumbe mwenye alitupatia kazi ni ya serikali. Sasa walikuja wakatoa wafanyikazi wote, wakatolewa, wakafungiwa kwa room moja. Sasa mwenye alikuwa pale Bangitera ni Flying Squad. Bangitera mwingine Flying Squad. Bangitera mwingine Flying Squad. Watchman hapa na nguo za watchman ni Flying Squad. Kila mahali ni Flying Squad. Manager ni Flying Squad. Sasa tukai. Vijana wakaniambia leo wewe hautaingia, utakaa nje. Na tulikuwa tunatakaga sana lazima niingie kwa sababu ile pesa mtasema ndio imepatikana, hiyo ndio hiyo, kwa sababu nyinyi ndio mliona. Ndio nanga askari akikuja kitu ya kwanza na ulisaga
anaendaka kwa manager, wameiba gapi, ndio akienda huko ukiona askari kuja kuuliza wameiba gapi, ni mmoja wa hii watu. Sasa anataka kujua ni gapi ndio asiende kudanganywa. Sasa wale wataingia ndani ndio watajua wametoka na milioni 10. Lakini sasa ukienda, kwa sababu kila gari inaendeka kivyake, tunaenda tunakutana mahali tulipaga. Sasa kufika huko, wao waliobeba pesa ndio wanasema ni milioni 9. Kwa hivyo zingine zote wanaficha. Na ndio tunaulizaka kwa sa manager. Anaenda tunatuma yule askari alikuwa anatulida hapo. Aende aulize manager, nisiga na siakuo. Ndio tukienda huko kukaa chini, mlibeba fote. Wacha hiyo Kiswahili, mko na watu ni 10. Mlibeba fote. Sasa kila mtu anagawiwa. Sasa wakaniambia, mimi nikamwambia pana, mimi naingia. Kwa sababu ukiingia huko utajua ni nini imetoka. Wakaniambia pana, hautaingia. Mimi nikaambiwa nitakaa Kisugu, nikapatiwa pistol seska, nikakaa nayo ya kuchunga pale hije, ndio enemy akikuja ni kulipua tu. Wakati waliingia tu hivi ndani, wote walipigwa risasi, wote, all of them 6 wote wakakufa. Ni mimi peke yangu nilibaki. Mimi wakati niliona kimeivana, nilikibiria kwa Harrison, naye Harrison alikuwa na teremuka hivi kukutana na imeni. Watu wakamwambia ndio huyu Dora alirudi kwa ofisi. Alafu nikainsist nataka kuona pastor wa hii kanisa. Sasa na imagine mimi insist nataka kuona pastor, na mumerudi kwa sababu ni Mungiki amekuja. Sasa pastor aliingia kujificha wasikilize akiwa ndani, what could be the reason this man is here, are we in danger? Na sasa hiyo pastor kumbe ameambia chairman wake akusanya tu pesa tuko wote in case ni pesa nimekujia, kwa sababu sasa hiyo ndio tulikuwa sasa notorious kuitisha watu mapesa. Nikasema nataka kuona nani pastor. Sasa huyu mwenye nimeambia akatetemeka mwenyewe. Akaona sasa nikizuia huyu mtu kuona pastor ni mimi nitamaliziwa. Alafu koti yangu ilikuwa imefura kidogo. Sasa nikaingia nikaona ameangalia mlango, nikajua pastor anakuwa kwa hiyo. Unajua unasoma moto macho tu. Penye na behave, penye anafanya hivi, anakuambia pande hiyo. Nikaenda nikafungua mlango. Nikakuta pastor ako pale kwa kakona. Anaita Mungu atamuke. Sasa aliposikia mlango imefunguliwa, akaangalia hivi, mwanene mwega. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia demwega na nikapiga magoti chini. Akaniangalia tena akashindwa ni nini. Sasa hiyo wanaume wamekuja wamesaraudi hapo. Nikapiga magoti nikamwambia nataka tu niombe. Akaniza kwani kuna nini? Nikamsikia unasikia hiyo mlio inalia? Sasa hiyo tukiwa hapo nikasikia milio ingine inalia. Nilikuwa kwa hiyo. Na aliniashika mkono akanipeleka mpaka karibu na madhabahu. Akaniambia piga magoti hapa uombe. Mimi nikaanza, kama kuna siku nimewahi kuomba ni siku hiyo. Mpaka sasa hivi nimejaribu hiyo maombi imekataa kuingia. Because I went deep. Nilienda deep mpaka nikajikuta nikiwa heaven. Sasa huko heaven nilienda nikakutana na Yesu. Kwanza nilipatana na Elijah na Musa, au wote tulikutana nao tukatembea na wao. Ndio walinipeleka mpaka kwa Yesu. Nikaona Yesu alinishika hivi mkono. Aliponishika hivi nikaona damu inatiririka. Kisha nikabadilika. Kisha wakati nilikuwa white sasa akaanza kunitembesa. Alikuwa anafungua dunia kama kitabu. Anafungua hivi. Nikaona makaburi mingi. Akaniambia hawa watu wote wewe ndio umesababisha wakufe. Sasa sikuwa naongea. Sasa akanipeleka akafungua kitabu kingine. Tena nikaona venye watu wamelazwa, watu ni wagonjwa. Akaniambia sasa tena akafungua kitabu tena. Zile makaburi zilikuwa sasa hapa akasifungua hivi. Sasa nikaona kaburi yenyewe venye iko. Nikaziangalia hivi. Ninaona ni kijana 25 years, 30 years, 20 years, 15 years. Wote walikuwa vijana tu wadogo. Bafu na wasee kidogo. Wakaniambia akanishika mkono wangu akainua hivi. Wale watu wote walikuwa ndani ya kaburi wakakuja juu wote wakasimama. Akaniambia wanenewa wafufuke. Nikawanenea wakafufuka. Wakaanza kutembea. Akaniambia nenda usaidie watu wangu warudi hai. Mimi nikarudi. Sasa ilikuwa kitu saa 12 jioni kutoka saa 6.
Saa 10 jioni ndio nilijisikia. Kumbuka kanisa yote walihepa mpaka pastor wote. Niliwachwa pale na watchman. Kumbe hii watchman ameandika ni former Mugike. Sasa walikuwa watchman alijua atanichuga maana bado nilikuwa bosi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule watchman alikuwa kwa ng'anga. Sasa ndiye alikuja, nilipoamuka tu kufanya hivi nikaangalia nikakuta mtu mgani? Akakuja. Tulikuwa tunasalimiana dai. Dai kiawa, aliniambia dai kiawa. Dai nayo. Nikore lile. Na nikukonira kumira. Kaniambia kumepoa lakini nitakuonyesha kale kajio utafanya nini? Ni sasa najua nyumba za huko River Road ni zile zinakonga stairs zile za chuma spiral. Tukateremkia pale ya nyuma spiral. Kumbe walikuwa shalete. Watu hawa ni wazuri, marafiki wa zamani ni wazuri. Kumbe walikuwa shalete ka taxi wamekaeka hapo nyuma. Ndio nikishikwa na fahamu nieko kwa taxi, nikaeka kwa taxi nikakuja mpaka kwa hii choo. Hii choo ya namba 8 hapa. Nikasimamisha huyu jamaa, nilikuwa na jamaa mwingine, nikamwambia hii peleka wende wiki maine vuduki siesika. Kaenda kwa hiyo choo. Hiyo ni zile choo zilikuwa zinakuniwa mpaka kwa barabara zimekuniwa. Akaingia ndani, akaweka hiko ndani. Akaingia, tukaacha hiyo buduki, tukatoka, tukaenda nyumbani. Tukaenda tukapumzika. Hiyo story kaisha hivyo. Na kutoka siku hiyo nikaokoka tena. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is a way. God will teach you hard way or he will teach you soft way. It is you to choose. How do you want God to teach you? Vumilia utengenezeke. Wacha umang'aa wa kiroho. Vumilia Mungu akuude. Vumilia Mungu akutumie. Saizi mimi naona all those years kutoka 2006 saizi this year ndio nimeanza. Sasa this year ndio nilikubali nimeokoka kufanya hii kazi ya hiyo ingine. Tukiwa city stadium nilikuwa na kill time maana ng'anga ananipush, ananiambia si hikura kanida mwadha ni ajero hikura kanida. Sasa mpaka ikafika maana amenisukuma nikaasa keke diki hikulele modulio kanida nikafungua kanisa. Lakini si mimi nilikuwa nilijifungulia ng'anga. Alafu nikampigia simu tule tusipika tuko wapi kale ile na hii ng'anga alininunulia na keyboard nyingine iko hapa. Aliponinunulia nikaenda pale nikafungua kanisa. Lakini officially siku naifungulia. Nilifungulia ng'anga awache kunisumbua. Nilipoifungua nikampigia simu nikamwambia nenda hikura kanisa nani nimefungua basi umefurahi. Hiyo ndio ilikuwa from my heart is like nimefungua kanisa. Akaniambia akasema thank you guy. Thank you. Nilikuwa nasikia kwa simu akiongea na mke wake. God has heard our prayer. Which God has heard you. Kanisa ni yako. Sasa hapo nimekuwa ni sarakazi tu nilikuwa nafanya. Kiru time kufanya hivi ndio hiyo kitu tuende tusahau na sahawa ng'anga wachane na mimi. And the more I woke up going there, the more I got so frustrated. Nilikuwa Mungu alileta wa mama 20 ule mmoja ndio ule anaitwa Koki, mwingine anaitwa Kara, mwingine anaitwa Nancy Kehu, mwingine anaitwa nani, na mzee mwingine alikuwa anaitwa Dirako, na watu wewe kadhaa, watu 20. Kama kuna watu wamenipitishia moto, najua hakika hakuna moto mwingine kama hiyo ndio ile moto tunabia jehanamu. Mimi nimepita ni hawa Koki ni washirika wazuri, ninawahubiria, wanasema Mungu amekutumia wewe ni nabii wa kisasa. Wakitoka hapo wanaenda pale wanakaa chini kuzungumza. Sasa ile ripoti itakupata ni ripoti baya venye wanasema wako na shida ni nini tena. Yaani kumbe unakaa na watu wanakuangalia, wao unafikiria ni washirika, unajihubiri vizuri kama hivi sasa nahubiri. Si ninahubiri mnaona ni mtu mzuri. Kumbe nakuja kushika ripoti mlikuwa mkiona kishetani. Huyo andaho noketa hata hajaokoka mimi. Hata hii mahubiri yake najua sikuwa najua kuhubiri. Ni kulazimishwa nilazimishwa. Kama nilikuwa nahubiri mahubiri ile ya hasira. Msipotoka Mungu atawamaliza. Kwa sababu sijui kuhubiri, sina formula yangu. 10 minutes nahubiri nikiwa moyo. 5 minutes nahubiri nikiwa ng'anga. 3 minutes nahubiri nikiwa pastor mwingine. Kwa sababu nimejaribu kukopi mapasta wengi. I'm trying to look for myself na kujitafuta venye nitafiti. The whole 2 years nothing was coming. Ile kitu ilinisave kutoka kwa hii shida yote ni corona. Hiyo ndio ilinisave. Sasa watu wakaambiwa wakae nini? Wakae nyumbani. Sasa kutoka hapo kumbe naye Mungu akaanza kunitengeneza. Kanitengeneza katika enzi za corona. Kutoka hapo tumekaa kidogo ndio hiyo sasa ametuleta. Na watu 20. Katika hawa watu 20 walipasuka.
tulikuja hapa na watu 10 hii nyumba. Mimi nikakuja nikakopoa hii nyumba, kule tulikuwa tunashindwa kulipa 40,000. Sasa wakaniuliza, nikawaambia pesa ngapi hapa? Wakaniambia kama tunashindwa pale 40, hapa ni aje. Kutoka siku hiyo watu hawa walikuwa 20 wakapasuka. Nilikuja hapa na 10 people. Bwana Yesu asifiwe sana. I came here with 10. Mtu mmoja akiwa Japan akasikia nikitakasa na kanisa nimepata, watu kutoka nje wakatumiwa na Mungu, wakanitumia pesa, tukakomboa nyumba, tukatengeneza vizuri. Watu walitumika, si wala nilikuwa na wao, watu wakatumika kutoka nje, tukanunua, tukatengeneza huku. Wakati tu tulimaliza, jamaa mwingine alinipigia akaniambia ako Japan, akaniambia ninataka kununua viti za hiyo kanisa yote. Mimi nikamwambia, aliniambia nenda duka fulani, nenda uchukue viti ziko hapa. Nikaenda nikaleta hizi zote. Maana aliniambia unataka kuweka za plastiki ama unataka kuweka zile hizi kama hizi. Nikamwambia kanisa yako, maana kwangu kwa nyumba, God has given me a very nice house. I have a very nice house. Nikamwambia I cannot do which is less that God has given me. Kama ni nyumba ya Mungu ikae kama kwangu ama iende zaidi. So nikamwambia the type of seats. Akaniambia nenda, kuna rafiki yako anausaga, nenda huko uchague zile vitu zote unataka. Tukaenda na lori, nikajaza, nikaleta wapi? Hapa. Na watu 10 ambao hawatoagi sadaka. Maana sijafika kiwango cha kukula sadaka. Bado sijaiva vizuri ndio nikule sadaka. Na wakitoa sadaka mingi wanatoa shilingi 500 ama 600. Na bado unakuta kuna mama mwingine amekuja, moto akai niere ndina ndikuitha tuitari ndiraya ndoka tugukuhoya urenda pesa cigana nyina ungihe magana 600 ri kumbe hiyo 300 ndio ndineko nao na hasira na itoa chika na naenda nikiamba Mungu usilete mtu kama huyo tena. But there is a way God looks at you. There is a way God is watching over you. He's watching, how are you ready to serve? Have you grown? Have you matured? Then he will give you people. Tukiingia hapa kanisa kaja. Sasa nikashindwa hawa watu walitoka wapi? Tenia dirako igwire YouTube ine, ni dirako igwire Facebook ine, ni dirako ile kwa Simon K, ni dirako igwire kwa K, wote. Kumbe wale watu walikuwa nafikiria ndio wao, kumbe kuna watu wamefichwa mahali. Wanaongojea tu you make a step of faith and God will come in a powerful way. So just be that. Be humble. Let God uplift you. Be humble. Let God do something in your life. He has a way of blessing you. He has a way of lifting you. Wacha umang'aa. Wacha kama kuna watu wako in the authority. Respect the authority because God is watching over you. Atakuletea kamutu. Kwako ni kamutu kwa kiasi kidogo, lakini kule biguni kanatambulikana. Mtu anaitwa Gideon. He was just another man. Wakati alienda kuuliza Mungu, ati mimi ndio mchaka kwetu. In our clan we are least. Now Mungu anasema wewe nyamaza. Fuka hiyo mnyuka yako. You are a man of valor. In heaven, he is known a man of... Lakini yeye anajua his least in the family. There is a way you look at yourself and diminish yourself. Unajiona ni kama ufai. Unafaa. Jiangalie tena. Jiambie ninafaa. Jiambie tu ninafaa. I qualify. I need only to be humble. Hiyo arrogance yako wachana nayo. Hiyo kiburi chako mingi wachana nao. Ondoa mambo ya ulimwengu. Turudishie baba. Ondoa mambo ya kilimwengu ndani yako. Wacha ungolewe. Wacha ungolewe. Kabisa ingolewe mpaka itoke. Kama vile ulivyotuchagua katika yeye kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Watu wasio na hatia. Yani ukue, you are not blemished, you don't have anything that can make God not look upon you. That you are clean, you are uko smart. Biguni wanakujua wewe. Biguni hawana dosari yako. Hawana chochote ambacho wanaweza kusema wewe you are not qualified on this. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what God is looking at you. For you, because I know most of you mnataka kuwa ministers of the word. You are not going to make it. You are not going to make it if you don't look at this one. If you don't look at what I've told you, you will not make it. Ile kitu mtakuwa ni masumbua. Na mtakuwa masumbua mpaka mzeeke. Kuna mzee mwingine hapa anakujaga waite hii sana bebaga briefcase yake. Yule mzee ile ilikuwa inakaa hivi. Mzee ako na Biblia zimeozea huko ndani. Ananiambia alianza kuhubiri 1965. Na baada ya kukimaliza ananiambia nipatie fare.
Nikamuuliza, wewe ni siku gani katika hiyo miaka yako yote, ni mwaka gani uliwahi kupata sadaka ukablessiwa? Akaniambia ile sadaka kubwa kabisa mimi kublessiwa ni shilingi 500. Kisha namuuliza, what happened, what went wrong? Na anajiita bishop. Namuuliza, kuna kanisa iko chini yako? Sina. Kuna mshirika wako chini yako? Sina. Why? Because of spiritual arrogance. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee ndio tumalize. Verse 5, sorry. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wana kwa njia ya Yesu Kristo kulingana na radhi ya mapenzi yake. It is by the grace of God. Radhi yake. You are here because you are alive, you are living, not because you deserve to live. Akienda tu analyze your life. Just go. Really aniende. Tadi analyze tu maisha tu akuone. You don't deserve to live. You don't. Mimi nakaaga kwa nyumba naliaga kila siku. Nikijiangalia na vituko zile nimefanya dunia hii. I don't even deserve to be in a position like this one. I cry every day. I tell God, thank you Father. Because I don't know why. Nidimenyaga. Ni sijui ni kwa nini alinichagua. Sijui alinipenda kwa nini. I have no reason. Because I am not qualified hata kupendwa na Mungu. I'm not hata malaika. I'm not qualified kutembea karibu na malaika. Hata kuitanishwa na nyumba kama hii ya Mungu. See, I'm not qualified. But I don't know what. Sijui ni nini niliguza Mungu akanipenda hivi. Ati mmekuja hapa mnanisikiliza. Hii ni mapenzi ya ajabu. Ni radhi za Mungu. Ati you are seated here listening to Mugikimani, former Mugikimani. Mtulewa Mugiki. Na watu wengi nyinyi hapa. Hamukusema mnakuja kanisani ya Warege. Mlisema mmeenda kuona mama alizaa juzi yako Kenyatta. Sasa hata unakaa unaangalia kamera iko namna gani? Ukiona inakuja padi unaangalia hivi. Ukiona imekuja padi unaangalia hivi. Kwa sababu hutaki unaweza kuwa unaonekana huko wapi? Because unasikia kuna neno, kuna kitu hapa, lakini hutaki ujulikane ni nani huyo ulienda kwake. Why? Because I don't deserve myself. I don't qualify. Sina katika macho ya watu wa binadamu. I don't qualify. I don't know what I did to God. I don't know ni nini nilipress kapatoni, sijui ni kapatoni gani nilipress Mungu akanipenda hivi. Ati saa hizi mimi I am a celebrity. Kenya hii mzima nikiongea kitu watu wote wanasikiliza. YouTube yangu nikiweka kitu watu wanangojea wakuuliza waruigia rauga hatia. Haya. Na wewe bado ni umang'aa unauliza maswali mengine ya ujiga. Utakufa kama umekauka. Utakauka tu. Utakaukiwa, hakuna kitu kitaingia kwako. You be just nobody. Don't allow yourself. Let God use you. God has a room for everybody of us. God has a place for everybody of us. Nobody doesn't have. Kila mtu hapa kuna kitu Mungu ametuwekea. Wachana na mang'ang'ano. Wachana na position ya yule mwingine. Tengeneza position yako. Tengeneza hiyo nafasi. God is willing and God is ready to bless you. You are a child of God. May God bless you. Rise up kwa miguu yako, mlete sadaka zenu hapa. Na mlete sadaka nono. Tunasikia kama mlete sadaka nono itakayo kufanya usikie uchungu. Sasa hii nono inafanyaga mtu asikie uchungu, inakaaka namna gani? We, toka hapa. Ya M-Pesa ni hiyo mnaona imeandikwa hapo 247 935 305 5 935 035. Nataka leo ujiombee kufunguliwa. Ujiombee Mungu akusaidie, akupatie nafasi katika kujielewa katika ulimwengu wa kiroho. Chochote ambacho kimezuia maisha yako yakakosa mwelekeo, yakakosa njia, yakakosa kuwa mtu ambaye ni nadhifu wa kusikia jinsi Mungu anavyosema. You are crying, you are stagnated. You are not moving forward, not because you don't deserve it, but because you have worked against your life by being arrogant, disobedient, failure to hear the word of God. God is here. He's listening to you. He's waiting for you
just to make that confession that God, I want to be your son. I want to be called your daughter. I want to be in this kingdom because I deserve it. I may not be qualified 100%, but the ritual percent, I know God, you can use me. I know God, you will use me. Mwambie wewe ambaye unamtumia Ndora na unafanya mambo kupitia yeye, najua hata mimi utaweza. Najua hata mimi utanisaidia. Sikuwa mtu ambaye alikuwa angekubalika, lakini Mungu alinikubali. They might have rejected you. It is them that have rejected you. You, God has not rejected you. Kila mtu kwa hiyo kiti ambayo ulikuwa umekalia, kiinue ukipeleke kwa kiti kingine pale, kisha tuachwe hapa pakiwa. Just kiti yako uinue, ukivalishe kwenye kiti kingine upande huu mwingine. I want us to get deep into prayer. Mwambie Mungu tu, nisaidie, unifungue katika maisha yangu. Nisaidie kuelewa na kujua. Unisaidie kupata ufahamu. Valisha kiti chako ambacho ulikuwa umekikalia kwenye kiti kingine. Sikusema msogeshe, nimesema kiti kimoja kivalishwe kwa kingine. Imetosha hapo. Nilitaka nafasi hii mbele hapa peke yake. This is all what I needed. Alafu kujeni hapa mbele. Just come here. Mnakumbuka tuko na mkesha. Friday hii tuko na mkesha wa kuhakisha mshumaa katika maisha yako. Thank you, mommy. Just come here closer. Nimesema mkaribie. Come closer. And let us seek God. Chukua pia. Jiulize siku hii ya leo, umekuja kwa ajili unataka kukutana na Mungu. Umekuja kwa sababu you want God to bless you. God want God to open your doors. Just ask yourself, do you deserve this God? Do you deserve to be called a daughter of the Most High? What is your character? What kind of a character are you? Ask yourself, what kind of a character am I? De mwana wa Ngai muagirire. Do I deserve? Before you open up your mouth to speak to God, to tell God, this is what I need. Tell God, this is what I want from you. Just open up your mouth. Ask yourself from your heart. Angalia tabia zako. Angalia mienendo yako. Wewe ni mfanyikazi kanisa hii. Maybe you are an usher, you are a pastor, you are a member of the board, you are security, you are working for the media. Ask yourself, I am in the house of the Lord. Wewe ni muimbaji. I am in the house of the Lord. Do I deserve to serve in this house? Look at yourself. Mirror yourself. Mirror your character. Mazungumzo, how you talk to others, how you behave before others. You are seeking for the Holy Spirit to find a room in your heart. Do you have that room? Can your behavior accommodate the Holy Spirit? Can your character accommodate the Holy Spirit? Uko mahali popote ambako unaweza kuitwa wewe ni mtumishi wa Mungu? Uko mahali popote ambako unaweza kuitanishwa na utumishi? Bwana asifiwe sana. Just jiulize tu before ufungue mkinywa chako kuongea na Mungu. Before kuambia Mungu chochote ndacho unataka kufanya, kwa sababu utatoka hapa kama amekubariki. But before
you do that. Keyboard peke yake, sitaki waimbaji. Waimbaji pia mwingie hapa, weka microphone chini, cheza keyboard ile. I want you to ask this question. Nidireda ngai ya ndathime, niki njikire ngai nigetha ndathime? Ni wega uriku njikite? Ni jambo gani ambalo nilimefanya ambalo huyu Mungu anaweza kulisikia? Hezekia alimkumbusha Mungu. Isaia alipoenda kumwambia Hezekia, akamwambia Mungu amesema tayarisha familia yako, maana siku za kuondoka zimefika. Hezekia hakuzungumza na Isaia. Hezekia alirudi nyuma kwa ukuta, akaangalia ukuta ule, akamwambia Mungu, kumbuka kitu kimoja nimewahi kukifanya. All ashes. Hakuna asha leo, hakuna asha. Ingieni hapa. Hakuna mfanyikazi wa kanisa hili leo. Kila mtu aingie kujiuliza, to seek that time of repentance, to seek that time of reunion with your God. Tafakari. Nimesema hakuna asha. Kila mtu atakuwa asha leo. Kila mtu atakuwa worship team leo. Jiulize tu maswali haya. Kisha kama umejiuliza na umesikia umejiuliza maswali na umesikia uko na ruhusa ya kuongea na Mungu, toa viatu zako upande ukuje mpaka hapa. Ukisikia uko na ruhusa sasa ya kuongea na Mungu, unahitaji sasa, Mungu ako tayari kukubariki, maana umeona hiyo mambo yote. Na kama umejihisi umeona wewe ni mchafu, hata uko na stahili kuwa katika macho ya Mungu wetu, yani umejihukumu kuja, God is waiting for you. Just toa viatu zako, panda hapo ndani kwa mkeka, ingia hapo, piga magoti yako mahali utapata kupendeza, ongea na Mungu wako, atakufungua. Pande mpaka huko juu. Sehemu zote hizi ni zenu. Kini kabla ufike hapa, jiulize maswali. Niondoleeni maua haya, nipatie hizi begi. Panda tu hapa juu, mahali popote kwenye mkeka. Anywhere where there's a carpet, this side is also okay. Kama hapa katikati, piga magoti yako, repent all the sins that you have committed. Tell God, my Father, nakuhitaji. Lakini sio lazima uingie. Jihukumu wewe mwenyewe. Kama umeinukia mtu yote kanisa hii, you start repenting, because a judgment is on you. Kama umefanya jambo katika familia, umeinukia mtu yote mahali fulani, there is a judgment. Kapande Gio, pande hapa hivi. Hapo ni sawa. Mwambie Mungu, ninaomba msamaha. Mwambie Mungu kubali. Yule mama ambaye alikuwa na mwaga damu hakuombewa na Yesu. Yesu alimwambia umesamehewa. Yesu hakuna mahali aliombea mtu. Aliwaambia mumesamehewa. Mwambie tu, Jesus, I want to hear from you. Tubu
tubu dhambi zako. Repent everything, maongeo yako, vituko vyako, sarakazi zako, your attitude. Repent. Mwambie Mungu, mimi sijakuwa mzuri, sijakuwa mkamilifu, sijakuwa mwaminifu kwako. Nahitaji kufunguliwa na damu yako. Nahitaji kupendelewa na upendo wako. Nahitaji pendo lako. Mwambie, sikuwa nimestahili hata kuwa mahali kama hapa, lakini kwa neema na kwa upendo wako juu yangu umenikubalisha tu niko hapa. Not that I deserve to be here, but because you are a merciful God. Wewe ni Mungu uliojawa na rehema, Mungu uliojawa na neema, Mungu uliojawa na upendo. Ninakuomba tu leo nisikie tu, nifungulie tu masikio yako, ninyoshe kidole chako cha upendo, cha upendeleo. Father, I seek. Baba, kubali tu dua za watoto wako hawa. Waangalie walivyopiga magoti yao hapa chini kusema wameungama dhambi zao zote, wamekuja kutubu. Angalia, wameteseka, wameteswa na maisha, wameteswa katika njia zao zote, katika ndoa zao wameteswa, katika biashara zao wameteswa, wamenyang'anywa, wamedhulumiwa, wameonewa, wamedhihakiwa. Ni wanyonge, wamekosa imani, wamekosa mpangilio wa kimaisha. Wanakuhitaji siku hii ya leo, kama vile ulivyonionekania Baba, wakati nilikuwa sijijui, sijitambui, lakini ukaja ukanishika tena mkono. Washike pia watoto hawa mkono wako wa kulia, tembea na wao katika jina la Yesu Kristo. Wasaidie wakuelewe, wasaidie wakae kwenye pendo lako. Oh my Father, I thank you. Touch their hearts now. Waguze sasa, change them, transform them, fill them with the Holy Spirit. Oh, nasikia Bwana akiniambia leo anawajasa na Roho Mtakatifu. Leo anawajasa kwa Roho Mtakatifu. Receive now a very special anointing from heaven, from our Father, because he has heard your cries. Amesikia jinsi mumemulilia, amesikia jinsi umetubu dhambi zako kutoka kwa moyo wako. Now receive the gifts of the Holy Spirit. Jaswa na Roho sasa, jaswa na Roho sasa, jaswa na Roho sasa, jaswa na Roho. Receive the Holy Spirit. Be healed, be transformed, be changed. May everything that the devil had planted in you come out in the mighty name of Jesus Christ. May every systems, demonic system that were planted in you be destroyed in the mighty name of Jesus Christ. Oh yes, Almighty God. Oh, these are your children. Moses lifted his hand and persuaded that you don't kill the people you had intended to kill.
my Father, my King, the Holy of the holiest, the King of all kings, the Lord of all lords, the God of all gods of the world. You are the Jehovah. Elohim is your name. El Shaddai is your name. Touch them now. Touch them now. Oh. Peace. Umayanda Zekayara Mashinde. Yes, Holy Spirit, Holy Spirit, you are holy. Almighty God, you are holy. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. Kama unasikia umetosheka kuomba, simama tu kwa miguu yako. Lakini kama unasikia unataka kuendelea, your Spirit of God is controlling you, are under the control of the Spirit of God, just go on. Sikusema mtoke kwenye mkeka, nimesema mkae kwenye mkeka. Kaa tu hapo, usimame. If you can be able to stand, just kaa hapo, usimame. Ni wale bado wanataka kuendelea kuomba, umepiga magoti yako, just go on. But if you feel now you need to stand up, simama mzee, simama. Nipatie kitambulisho chako, nipatie kitambulisho chako. Simama tu hapo. Ukanyage mkeka. Kwa wale ambao tumesimama, inua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hawa ni watoto wako. Tuliza keyboard. Hawa ni watoto wako. Wamekuja kwa sababu wamekuja kutafuta uso wako. Angalia walivyohangaika na venye wamehangaishwa katika mihangaiko ya dunia hii. Wameteswa katika minara ya kishetani. Wameneswa kwenye mitego shetani aliinua. Ninakuomba Baba, venye Lazaro alikuwa amezikwa, ukamtuma mwanao Yesu akafika mahali pale na akatangaza kufufuliwa tena kwa Lazaro. Kama yule mtu ambaye alikuwa ameshikwa na mizimu ilikuwa imejaa katika maisha yake, lakini mwanao Yesu alipofika mahali pale, huyu jamaa akafunguliwa. Huyu mama mwenye alikuwa na damu imemwagika miaka 12. Hawa watu wameteseka miaka mingi, lakini ukamwambia amesamehewa dhambi zake. Ninajua watoto hawa umewasamehea. Najua watoto hawa kutoka leo watahisi nguvu zako, watahisi upendo wako, watahisi mamlaka yako. Oh Jehovah mighty King, you are holy. Wewe ni mtakatifu. Tunaunganika na makerubi na hata masarubi. Tunasujudu mbele zako kusema unastahili kuabudiwa. Mamilioni ya malaika tumezunguka, tunaunganika pamoja na wao kusema unastahili kuabudiwa. You are one, you are King. Hatuna Mungu mwingine, hatuna kwingine kwa kuabudu. Tunakuabudu wewe, maana wewe ni Mungu. Tuungama dhambi zetu zote, tuasema kwa moyo mmoja, wewe tu unastahili. Unastahili Baba. Tuondolee magonjwa yaliyo katika miili yetu, mateso yaliyo katika miili yetu, ukosefu, umaskini na ngome za kishetani, mafundisho ya kidunia ambao tulifundishwa, wachawi, waganga wote na warogi.
Magonjwa ya kansa, HIV, fibroid zote zikaondoke. TB, sukari, pressure zote zikaondoke kutoka kwa miili yetu. Hii ni miili takatifu. This is your body. This is your temple. Father, remember your children. You remember the children of Israel. Walikuwa wamekuondokea, walikuwa wanaabudu ng'ombe, wanaabudu sanamu, lakini waliporudi kwako uliwakubali. Kubali hawa watoto tena. Remember their iniquities. Remember their sins and forget them. Do not remember again their iniquities. Do not remember again their sins. Their tribulations, Father, never again remember them. Cleanse them with the blood of Jesus. Let them serve you. In Jesus' mighty name. Somebody say amen. You are free. God has set you free. God has set you free. Whatever that brought you here is gone. Whatever that has been a problem in your life is gone. If somebody had the pain somewhere, hebu guza hapo ulikuwa, niambie kama bado iko. If you had pain, if you had any problem, challenge. Hello? Kameenda, nikahasho. Nikadira. Thank you. Guza hapa. Usikie kama kuna. How feeling now? A lot better. What was the problem? Magogona ne madie. What was the problem? Walishika kitambulisho chako wakafunga. Na Mungu amesema amefungua. No more struggles. Miaka yako ilikuliwa na nzige na inge. Those days are gone. God has heard you. From today, restoration. 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 Magiri diyo igwe kiugo pio. Maugire tukake igwe. Baba wani ya kweheraria. Ndugushoka gushoka. May God bless you. May you be strong and courageous. Let the spirit of Joshua be in you. Fight and kill all the kings that are meant or created to come and destroy or to make the work of God not succeed. You got the power. Be strong and be courageous. God will use you in a mighty way. Those that will rise against you, He will destroy them. He will dismantle them. He will disorganize them. They will come in one direction, but they will be dispersed in 7 different directions. May the authority of God resonate with you. May Father, wamekuchimbia, wamekupiga vita, hawataki kukuona, lakini kutoka leo God has brought into you immense restoration. Nobody will be able to touch you anymore. Wamejaribu kukufanisha, wamekuvuruga, hawakupendi. They are praying for you ondoke in your position. God has affirmed you in that position. May God of heaven remember the days you used to serve Him. You are still serving Him. May He bring restoration, special restoration to you. Favor of God. This man that called himself man of God, he did something wrong against you. But today, maneno yote aliyosema kukuhusu imeondoka. In Jesus' name. May the Spirit of God
ishuke kwako leo. May the power of God, may the spirit of resurrection, the resurrection of Jesus, the blood of Jesus, Holy Spirit, jazwa na Roho sasa, jazwa na Roho, jazwa na Roho, yes, jazwa na Roho. Wanakujaze, 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 wanakujaze. Arogi, they have no room in you now. May the Spirit of God open you. Holy Spirit, this is a daughter of the Most High. They want to kill her. They want to destroy her. But God has brought rest. Na nindi tuna mkirema nikiritohire muno no arauge hamwe nawe ni akunyitite guoko koreo ndugakue ngoro thabarĩ ĩkirie gũkinya mwisho ti kũmarora ti kũmathikĩrĩria thikĩrĩria tu Ngai nĩgũgũkinyanĩria hawatakuuliza chochote wameshindwa hawatakuuliza wameshindwa. The Holy Spirit